Jehova, kwa kuwa wewe ni Mungu muweza wa yote. Na iwe maombi kwamba unatawala, na iwe maombi kwamba wewe ni muweza, na iwe maombi Bwana unastahili, wastahili sifa zetu tumaini. Na iwe maombi Bwana unaweza. Ni nani kama wewe? Una you all in name of Jehovah. Say thank you Jehovah for your presence. Say thank you Jehovah mighty for your presence, King. Say thank you Jehovah mighty for your presence, King of all glory. For your grace, King of all glory. For your mercies, Jehovah, in our life. We give you glory, mighty King. We give you honor, Jehovah mighty. Maana wewe ni Mungu muweza wa yote. Maana wewe ni tumaini mwema usiyeshindwa. Na iwe maombi kwa maisha yetu unastahili. Na iwe maombi kwamba Bwana unaweza kwa kila jambo tumaini. Na iwe maombi Bwana, maana wewe ni Mungu. Na iwe maombi tumaini unastahili. Wewe ni muweza wa yote. Wewe ni tumaini mwema kwa maisha yetu. Wewe ni msaada wetu Bwana. Oh, wastahili sifa zetu. Wastahili uweza wetu tumaini. Wastahili Bwana mwenye rehema. Kwa maisha yetu wewe ni muweza. Wastahili tumaini mwema. Katika kanisa lako Bwana, unastahili Bwana mwenye rehema. Unastahili tumaini mwema. Unastahili Bwana mwenye rehema. You deserve all the glory in our life. We deserve all the glory, King. We deserve all the glory, Jehovah Jireh. In our life, Jehovah Jireh. In your church, King of Almighty. You deserve all the glory, King. You deserve all glory in our life, King. In every Jehovah mighty. You deserve our glory, King. You deserve our glory, mighty God. You deserve our glory. Maana wewe ni Mungu muweza. Unastahili sifa zetu Bwana. Unastahili sifa zetu tumaini. Unastahili Bwana wa majeza. Unastahili Bwana usiyeshindwa. Maana hakuna kama wewe Bwana. Maana hakuna tumaini mwema ila wewe. Ni wewe peke yako usiyeshindwa. Ni wewe peke yako mtawala mwema. Ni wewe Bwana unayetukuka. Umetukuka Bwana kwa maisha yetu. Umetukuka Bwana mwenye rehema. Kwa kila jambo umetukuka Bwana. Kwa kila jambo Bwana unastahili Bwana mwenye enzi. Maana hakuna kama wewe Bwana. Ni nani kama wewe Bwana? Katika maisha yetu unaweza. Wastahili Bwana mwenye rehema. Umetukuka Bwana. Asante kwa uwepo wako Bwana. Asante jemedari kwa nguvu zako. Asante tumaini kwa uwezo wako Bwana. Umetuonekania tumaini. Umetupa nguvu na uweza Bwana. Umetunemisha Bwana mwenye enzi. Tukawa jinsi tulivyo. Umetuwezesha Bwana mwenye enzi. Kwa kila jambo Bwana. Umetupa nguvu Bwana. Hatuna lingine Bwana mwenye enzi. Hatuna lingine tumaini mwema. Hatuna lingine Bwana mwenye enzi. Katika maisha yetu Bwana. Kwa kuwa unaweza Bwana. Wastahili sifa zetu. Ni nani kama wewe Bwana? Wastahili Bwana. Unatawala Bwana, katutawale. Unainua Bwana, katuinue. Unastahili Bwana mwenye enzi. Kwa kila jambo unaweza. Maana hakuna kama wewe. Maana hakuna muweza ila wewe. Maana hakuna jemedari mwema ila wewe Bwana. Hakuna mwingine jemedari. Wastahili sifa zetu Bwana. Wastahili Bwana sifa zetu. Ni nani kama wewe Bwana? Umetukuka wa kuheshimu. Hatuna mwingine kama wewe. Ewe Mungu Baba umetukuka wa kuheshimu.
umetukuka. Hakuna mwingine kama wewe, wewe pekee Baba yangu. Ningelicheka tena, tuchukue nafasi hii nzuri, tuende mbele za Bwana. Mwambie Bwana Mungu wetu, tunakualika tu Roho wa Bwana tutawale kwa ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Utusaidie sisi ambao tuko hapa na hata wanaotazama ibada hii wakiwa manyumbani, wakiwa kwa hoteli, wakiwa safarini. Bwana akaonekane, Bwana akatusaidie, Bwana akate malaki, Bwana akawe nguvu zetu, akawe kiongozi wetu. The purpose ya watu kuja katika ibada ni kumwabudu Bwana. Wakati Bwana ametuneemisha mimi na wewe asubuhi ya leo na mchana mwema, tukapate nafasi hii kuwa mbele zake, paza sauti yako, mwabudu Bwana. Karibisha uwepo wa Bwana malapa, mwambie Mungu ni wewe tunahitaji, ni wewe tunahitaji Roho wa Bwana. Biblia inasema Roho wa Mungu ni mwalimu. Anapopata nafasi, anapokaribishwa mahali anafunza. He is our director. Akifika mahali, he knows how to direct. Karibisha uwepo wa Mungu. In the name of the Lord. Mwambie Bwana tutawale. Tunaomba Bwana utawale ibada hii, ukatusaidie. Na wote wanaotazama ibada hii na walio hapo live, oh God, tunaomba ukatudumie na njia ya kipekee katika jina la Yesu. Tunapoendelea kukuabudu, tunapoendelea kukusifu, tunapoenda kusikia neno lako Bwana, ukatawale. Ukikutana na mahitaji ya watu wako Mfalme, walio na mizigo ukiwapumzisha, walio wagonjwa ukiachilia uponyaji Elishadai, walio na machozi ukibadilisha na tazamo la furaha katika jina la Yesu Kristo. Wale wamechanganyikiwa Bwana ukiwapa mwelekeo katika jina la Yesu. We acknowledge your presence in this house in the name of the Lord, oh God. We acknowledge your presence in this altar, oh Father. We declare that this altar belongs to you, oh God. The power of this service belongs to you. The glory of this service belongs to you, oh God. Utukufu wote Bwana ni wako. Utukufu wa ibada hii ni wako. Utukufu wa mchana huu wote ni wako. Bwana tunakuheshimu kiongozi mwetu. Tunakuabudu Baba wa neema. Tunanyenyekea. Oh my God, ukaongezeke. Tunanyenyekea Bwana, ukainuliwe zaidi katika jina la Yesu. Oh my God, asante kwa vyombo tunavyotutumia. Asante Bwana kwa Meru TV. Asante kwa kila mmoja anayeuzika mahali popote pale. Bwana mimina Roho wako Mtakatifu. Mimina Bwana, mimina ndani na nje, mimina mbali na karibu. Tawala anga hii, tunaondoa uovu wote wa ndui katika jina la Yesu. Tunaondoa nguvu zote za giza na tunaomba Bwana wa rehema ukatawale. Have a way in our life, oh Father. May we not remain the same at the end of this service, King of all glory. May it be a the beginning of new things in our life, in the name of Jesus. May it be the beginning, oh God, of new things in this house, in Jesus' mighty name. Wewe ni baba yetu, tunakupenda zaidi. Hatuna jambo tunaweza bila wewe. Ni wewe kiongozi wetu, ni wewe msaada wetu, ni wewe tumaini letu Bwana, ni wewe ututiaye nguvu, ni wewe baba yetu. Asante sababu ya praise and worship team. Asante sababu ya wazee, asante sababu ya wamama, asante sababu ya vijana na
watoto. Asante kwa kila moyo na kila roho umeleta kwa nyumba, na wote ambao wanasikia ibada hii Rimantae. Tunaomba Bwana ukahudumie watu wako. Ewe Roho Bwana unayekaa. Oh, thank you, Lord. We give you praise. It's all about you, Father. We give the praise and honor in the name of the Lord. As we go on with this service, we welcome you, Holy Spirit of God. Asante sababu ya wema wako, oh my God. Asante sababu ya afya. Asante sababu ya nchi yetu ya Kenya. Asante kwa kutupea huru wa kuabudu, oh my Father, my Lord. Asante kwa kutufia msalabani, oh my Nikantaya Babionda. Asante kwa upendo wako nchi yetu ya Kenya. Asante Bwana sababu ya wema. Asante sababu ya Meru County. Asante sababu ya Tigania El Shaddai. Asante sababu ya Mudhara. Asante sababu ya maeneo haya ya Ngudhero, my Father, my Lord. Asante kwa uhuru wa kukuabudu ambayo ulitupokezea msalabani, oh my Father. Tumesimamisha shughuli zote asubuhi njema, tumekuja kwako, tumekuletea sifa zetu. Asante kwa afya, asante kwa uhai, asante kwa upendo wako, asante kwa damu ya msalaba, asante kwa uhuru, asante kwa wokovu. Uhimidiwe na utukuzwe milele. For you alone, you are the Lord, there is none like you. In the mighty name of Jesus. Oh, we bless your name. And I want us to inue mikono yetu as a sign of surrender. Tukaribishe uwepo wa Bwana hapa kwa makofi katika jina la Yesu. Oh, kubali uwepo wa Bwana kwa makofi. Makofi mazuri, shangilia uwepo wa Bwana. Shangilia vizuri kwa furaha. Hallelujah. Na upase sauti yako. Mpe majina mazuri. Mtafutie majina yenye nguvu. Mtafutie majina yenye furaha. Mtafutie majina yanayopendeza. Muite El Shaddai, muite Ebeneza, muite Baba wa Neema, muite Shaloma, muite Awameka, muite Rikantae, muite Mungu mwenye nguvu zote. Alitushindania, ni mwema. Reketerelaba rianda rikabayanda. Shangilia Bwana. Don't be tired. Rakayande. Karibisha, mwambie Bwana, oh come. Asante Roho Bwana, ni wewe. In the name of Jesus, Lord, we pray as we give thanks. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Shukuru Bwana kwa neema yake asubuhi ya leo na mchana mwema. Baba ametusaidia tukuje tumwabudu mahali hapa Ngudhero. Generation of revival in Jesus name. Wageni wetu karibuni sana. Wale wametoka mbali na karibu. Wageni wetu wa Meru TV, There FM, karibuni kwa ibada yetu katika jina la Yesu. Na we are streaming live. Kwa hivyo tunashukuru wale wanaangalia wakiwa mbali, nyumbani na mahali popote pale. Tunawakaribisha, tukaribisheni watu wale wanatuangalia online kwa jina la Yesu. Amen. Amen. You are much welcome and we thank God for the grace. Now I want us to enter and worship God. Hallelujah. Jana tulipokuwa evangelism tulikutana na mtu akatuambia bado Yesu hajafufuka, tusimwambie mambo ya mtu aliye kaburini. Lakini ningeomba usalimie watu wawili watatu. Mwambie alikufa kitambo na akafufuka na ako hai na anaishi milele kwa jina la Yesu. Mungu wetu hayuko kaburini. Salimiana, mwambie hayuko kaburini, alifufuka. Alifufuka tukapata ushindi, alifufuka tukakombolewa, alifufuka tukawekwa huru, alifufuka, alibeba mizigo yote. Bwana alikufa na akafufuka, hayuko kaburini. Hallelujah. Amen. Mwambie rafiki yako hayuko kaburini. Hayuko kaburini, alifufuka. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo sisi tunamsifu Mungu aliye hai. Hallelujah. Kwa hivyo naweza pia watu watano wifi. Mwambie tunamsifu aliye hai. Mwambie kwa furaha. Na ukitabasamu kamera ikikufikia inapata meno mazuri. Mwambie hako hai. Hallelujah.
Ako wapi? Hako hai, hayuko kaburini. Yes. Alipoteremka pale kaburi ilistuka. Mauti walishangaa. Ambia rafiki yako alishangasha mauti. Waliuliza ni wa wapi huyu? Amefika makaburini, maana kaburi zilitetemeka. Haleluya. Kuna wimbo ilikuwa inaenda, walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili kaendelea. Haleluya. Kuna kipindi nilikuwa nasikiza wakisema kwamba Judas alikuwa pale with a purpose. Kama kukuwa na Judas, purpose ya Mungu ingefikia mahali pale ile wakati. Si njana, si Friday, mwambie la si Friday. Hii vitu ikuendelea Friday jamani. Hii vitu iliendelea kabla usaliwe. Hii vitu iliendelea kabla tuumbwe. Hii vitu iliendelea na Mungu ambaye alijua siku moja mwanamke kama mimi atakuwa kwa madhabahu. Haleluya. Kwa hivyo nataka praise team akijitayarisha tuwekewe hiyo beat tuseme walipomuua Yesu walifikiria wameshinda, lakini injili ilifanya nini? Inaendelea. Haleluya. So ilikuwa inaenda hivi. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili ikaendelea. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake. Sasa hiyo unaimbia rafiki yako. Hebu angalia rafiki yako mwambie, walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake injili ikaendelea. Walipomuua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake walimtemea mate wakadhani wameshinda, kumbe badala yake injili ikaendelea. Walimudunga mkuki wakadhani imekwisha, kumbe badala yake injili ikaendelea. Kumbe badala yake walimuweka miba wakadhani wameshinda, kumbe badala yake injili ikaendelea. Haya makofi sasa tumwimbie huyu aliyeshinda. Makofi mazuri.
Asante Baba. Thank you Jesus. Uhimidiwe milele Bwana. Asante Bwana. In the name of Jesus. Asante Mfalme. Asante Baba yetu. Heshima za sifa ni zako. Ni zako Bwana. Si wewe unakaa katikati ya sifa za wenye haki. Asante kwa kupokea sifa. Asante Bwana Yesu. Thank you Father. Thank you Ebenezer. Thank you for your grace. Thank you for your love. Lord. Tuna mioyo yetu ina furaha nyingi. Yes Jehovah. Asante kwa kutupenda bure. Hata wakati wengi wetu hatungependeka, wewe ulitupenda. Hata wakati wengi wetu hatungejulikana, hata wasasi wetu wangejua tungekuwa watu wa aina gani, lakini Bwana ulitujua. Utukufu na heshima ni zako milele. In the name of Jesus. Thank you Ebenezer. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In the name of Jesus. Thank you Holy Spirit of God. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. Thank you Jesus. It's all about you Jesus. It's all about you oh Lord. It's all about you Jesus. It's all about you. It's all about you Jesus. It's all about you oh Lord. It's all about you Jesus. It's all about you. It's all about you Jesus. It's all about you oh God. It's all about you Jesus. It's all about you. It's all about you, our Father. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, oh Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. Tafadhali tukubalini uwepo wa Bwana kwa makofi mara tena. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hebu sema amen pamoja na mimi. Amen. Mara tena. Amen. Hallelujah. Nashukuru Bwana kwa hiyo nafasi. Asante sana praise team. Naisa chukua vitu vyenu hapa. Mkiwa mnabarikiwa kwa jina la. Tuwapigie makofi wanapoteremka. Amen, amen. Praise the name of the Lord. Karibuni tena. You can have a seat. Thank you for sitting. May God bless you so much. Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya ibada ya leo. Tushukuru Bwana kwa mahali tumefika. Bwana ainuliwe milele na atukuzwe milele. Hapo tumefika. Nashukuru Bwana kwa kupata nafasi ya kuongoza ibada ya leo. Asante mchungaji na viongozi wa kanisa kwa kuona ni heri niongoze. Haleluya. Si tukaribishe kiongozi wa ibada kwa jina la Yesu. Amen, amen. Kwa hivyo nataka wakati huu nikaribishe wageni tulio nao. Kama wewe ni mgeni, leo ndio siku yako ya kwanza, isipokuwa wageni hawa wetu wa Meru TV, Vero FM, hao wengine wetu huko. Kama wewe ni mgeni na leo ndio siku yako ya kwanza umetutembelea, tafadhali tunaomba kukutambua kwa ishara ya mkono. Amen. Haleluya. Tupigie Bwana makofi. Tunashukuru Mungu kwa neema yake. Mahali tumefika najua our team, Pastor Gloria, karibu sana with your team. Thank you so much for coming. Na wageni wako, nafasi yenu hiko na tunawapenda. Asante kwa kuja. Feel welcome. Feel in a place. Mahali ambapo kuna neema ya Bwana, more than more comfortable, more than probably mahali mnakuanga. So you may be feel more comfortable here than mahali mnakuwa. Praise the name of the Lord. Nafasi hii nataka kuipeana kwa kwaya ya kanisa ili wakamtukuze Bwana tunaposonga pale, kwa sababu tunataka kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kusikia neno la Bwana. Haleluya. Leo tunataka kuwa na nafasi nzuri zaidi ya kusikiza neno la Bwana. Kuna watu wengi wanangojea hiyo neno. Nilipoingia kwa social media, kuna wengine walikuwa wanasema ikifika wakati wa neno you can alert, ikifika wakati wa praise, na najua wako pale wanatutazama. Karibuni sana pia nanyi
tunawakaribisha katika jina la Yesu. Nilikuwa nangojea kwaya ili tukaweze kuenda mahali pale kwingine katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya neema ya Bwana. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wewe ambao umefika, umefanya kitu kizuri, and you will not remain the same in Jesus mighty name. Haleluya. Tupigie kwaya makofi wanapokuja in the name of Jesus. Na Mungu wetu ni mwema. Siri na iwe ya siri kwa amani nayo yanifanya Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka sana yaniburudisha Wambie wanaulia wakiteswa na mali mutegu, waucheni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watawekwa huru sana, watafunguliwa, watawekwa huru, wataimba hosana amen. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka hosana yaniburudisha nikirukaruka hosana. Nina siri naye Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri yaniburudisha nikirukaruka sana yaniburudisha nikirukaruka sana
Hosana, amen. Amen, amen. God bless you so much. Sasa chukua vitu vyenu, mmebarikiwa. Asante kwa nafasi hiyo ya kwaya. Nashukuru Mungu. Kwa nafasi hiyo nyingine nataka kumpea mzee wa kanisa. Tumpigie makofi, amekuwa maana, amekuwa hapa kwa wiki 3 na hata kesho ninaona kama atakuwa. Peeni makofi kwa sababu Bwana ameamua akue katika jina la Yesu. Nafasi hii ni yake, atuletee matangazo na kisha baadaye tuendelee. Bwana sifiwe. Haleluya. Nipigie makofi. Njipigie makofi. Pigia wageni wetu makofi. Pigia Mungu wetu makofi. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo nimepewa. Ninashukuru Mungu kwa sababu nimempata kibali. Si kawaida mbali imegharimu mkono wa Bwana kusimama mbele yenu siku hii ya leo na kusema ni asante. Bwana sifiwe. Kwa hivyo jambo langu kuja mahali hapa mbele zenu asubuhi ya leo ni kushukuru kila mmoja wenu na kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha, ametupa nguvu na uwezo. Tumekuwa na wiki ambayo imekuwa na shughuli mingi zaidi, na hakika anashukuru mbele za Bwana Mungu wetu ambaye ameturehemu akatupa nguvu na uwezo. Maana najua ya kwamba kuna watu ambao tumekaa na wao hapa wiki 2. Bwana sifiwe. Kutoka tulipoanzia ukarabati wa kanisa na mpaka mahali ambapo tumefika tumekuwa na shughuli. Kwa hivyo nashukuru kila mmoja kwa sababu ya kushughulika. Kuna wale wameshughulika kwa sababu ya upande wa fedha, wengine wameshughulika kwa mapishi, wengine wameshughulika kwa kazi, wengine wameshughulika hata watoto wa ndoa wameshughulika. Kwa hivyo nashukuru kila mmoja wenu kwa sababu ya kujitolea na kutoa nafasi na kujitoa mbele za Mungu, kujitoa katika hekalu la Mungu kumfanyia kazi. Mimi sichukui ikiwa kawaida, nashukua ikiwa ni baraka za Mungu. Bwana sifiwe. Kwa sababu huu upendo ni upendo ambao hauna naweza sema hauna mwisho, ni upendo ambao hauna kipimo, sababu tumekuwa tukijitoa wiki mzima na Bwana ametuonekania na hatimaye Mungu ametusaidia, sababu kuna kitu shetani alikuwa amepigana nayo isiye ikatimia, na najua ni siku ya leo shetani alikuwa amepigana nayo kwa vyovyote vile, lakini kwa sababu ya bidii yenu kama mchwa Mungu amewanemesha, na kwangu mimi nawashukuru kwa kila jambo, kwa kujitoa, kwa kila kazi yote ambayo umeiguza. Bwana apate kukubariki. Asomu, kuna wale ambao tulianzia na wao kutoka wiki iliyopita na hii wiki ambayo imetamatika siku ya mchana. Kwa hivyo nawashukuru. Shukrani zangu za dhati siwafikie kila mmoja wenu kwa sababu kujitoa na kwa sababu kutoa nafasi zenu, mkaacha shughuli zenu. Najua ilikuwa ni wakati ama ilikuwa ni msimu wa likizo, wakati shule zilikuwa zimefungwa na ikaweza kufika, ilikuwa ni msimu wa kulima na wengine waliacha kazi yao za kulima mashamba yao. Kwa hivyo Mungu awabariki. Mimi sina lingine la kusema. Kwa hivyo ni kusema Mungu apate kuwabariki na apate kuwabariki wageni wetu ambao wametufanya tukaweza kutoa kinjasho chepezi. Bwana apate kuwabariki. Karibu. Ongezeeni huyo mzee makofi, amekuwa baraka. Jamani, hata nikisema hii sitakuwa ninamsifu, lakini Bwana apokee utukufu. Lakini mzee amekuwa akishinda hapa mchana na usiku. Haleluya. Ukitaka kujua ulizia wale watu wanatembea usiku. Walimkuta. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akubariki sana mzee pamoja na timu yako yote. God bless you so much. Tunashukuru tena. Ninasikia tena tupigie Meru TV makofi. Tena haleluya. Amen. Ilikuwa nafasi ya wamama, lakini mtanikubali tuvuke hizo hawa zote ili tukapata na nafasi nzuri ya kusikia neno la Bwana. Asante sana wamama, naona kwaya ya wamama mko smart, mko na uniform, mko sawa sawa. May God bless you so much. Asante wazee, asante vijana, lakini mnikubalieni tuingie kwa neno. Haleluya, katika jina la Yesu, kwa sababu kuna mtu pale anangojea hilo neno. Situmpee hiyo neno. Situmpee nafasi asikie hiyo neno pamoja na sisi tukisikia. Praise the name of the Lord. Na tubarikiwa na Bwana kwa sababu Mungu wetu ni mwema na ni Mungu mwenye upendo. Lakini mnikubali nisome andiko iko katika kitabu ya John 14:15. John 14:15. If he love me, keep my commandment. Sijui Yesu alifikishana na watu wapi, lakini ikafika mahali akawaandikia that short verse. Akawaambia kama mnanipenda. Hebu uliza rafiki yako kama unampenda Yesu. Si umuulize tena. Muulize unapenda Yesu? Unapenda Yesu?
Sasa naona alifikishana na watu mahali, akawaambia basi tosha. Kama mnasema mnanipenda, keep my commandment. Simple. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kama kuna upendo mzuri unaweza onyesha kwa Yesu. Pamoja na kuna watu wengine pia tumetoka kumuonyesha upendo kwa barabara. Kuna wengine wako hata kwa mlima wakiomba. Kuna wengine hata hawajakula kutoka Friday. Wengine walituambia hata hatuwapei chakula leo, sisi tutakula Sunday Yesu akifufuka. Tukawaambia hata hiyo ni vizuri, hata sisi ndio tumekuja kuhubiri. Praise the name of the Lord. Lakini kwa kweli alifufuka. Lakini alituachia hili neno, na hata hili neno leo linasimama. Ya kwamba kama unampenda, anasema na wewe praise the name of the Lord. If you love me, fanya nini? Keep my commandment. Hallelujah. So kama unampenda Mungu na kumuonyesha upendo mzuri kabisa, hallelujah, tii amri zake. Mungu awabariki sana. Nataka tusimame kwa heshima kubwa. Nilete mtungaji, mtumishi wa Mungu wa baba yetu wa kanisa hili, ndiye anatuletea neno la leo, akikaribisha wageni wetu katika jina la Yesu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yes, nataka tumkaribishe kwa makofi katika jina la Yesu. Hata yeye ni mwimbaji, nilikuwa nasikia kuweka kigosho, nikaambiwa usiweke, ataweka. Mkaribisheni wanapokuja na gloria wake, najua wataiangusha kabla walete neno. Makofi vizuri zaidi, zaidi, zaidi. Amen. Amen. Thank you so much. Tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba usalimia aliye karibu naye kwa mkono wako, mpe salamu mzuri sana, kwa sababu ninawapenda na ninawapenda sana, na huenda ikawa si rahisi kuwafikia nyote siku ya leo niwasalimie. Umesalimiwa? Sasa hiyo mkono ya huyo amekusalimia na yangu inafanana. Kwa hivyo sikia nimekusalimu. Nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Bwana wa mbinguni kwa sababu ya kutupea nafasi hii na kutukutanisha katika ibada kama hii katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Pia nachukua nafasi hii kuwakaribisha wale wote wanaotutazama katika Meru TV na wale ambao wanaotusikiza kutupitia Dhiri FM. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Mara tena naomba tuwakaribishe kwa makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili, nataka nichukue nafasi hii kukaribisha wana Meru TV na Dhiri FM wakiwa wameongozwa na Pastor Gloria aliye pamoja na sisi. Naomba tuwakaribishe pia kwa makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru Mungu wakati huu kwa sababu ya kutupea nafasi ya kuwa hapa wakati kama huu. Pastor Gloria, wakati mlituambia mungetaka kuwa pamoja na sisi kwa Jumapili kama ya leo na jana pia kwa mkutano wa house to house, unajua mtu akiwa na wageni huwa anajipanga panga. Tuliangalia nyumba yetu tukaona kuna mambo, tumetoka mbali, na kwa hivyo wakati miaka ile tulikuwa tunaijenga, maana hatujaanza hii huduma kitambo, tulijenga tukiwa na uafifu mwingi sana, lakini kwa neema ya Mungu Bwana akatusaidia. Praise the name of the Lord. Sasa tulikuwa tunafanya marekebisho wiki ya kwanza na tukamalizia siku ya Jumatatu. Tulipokuwa tunamalizia siku ya Jumatatu, katika hali ya kumalizia, nyumba yote hii ambayo tuko ndani yake ikabomoka yote. Ikawa ile kazi yote tulikuwa tunafanya tunaanza upya tena. Na kwangu ilifika wakati nilikuwa safarini Kisumu, lakini niliona kuna masaa simu zimeacha kukuja, so nikashindwa, lakini sikuwa na shida yoyote.
So wakati nilipigiwa simu nikaambiwa kanisa imeanguka yote, kama mwanadamu nilisikia uchungu kidogo, but nikamshukuru Mungu kwa sababu ni utukufu wa zamani unaondoka na utukufu mpya unakuja. Tunaweza pigia Mungu makofi mazuri kama hiyo, zaidi ya hiyo. Ninataka nishukuru wazee wote wale wamekuwa hapa kwa kazi kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya usiku, mpaka leo asubuhi mabati ilikuwa inapigiliwa saa 11 asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba wazee wa nyumba hii tafadhali kwa heshima simameni. Kama wewe ni mzee wa nyumba hii, please stand up. Unajua sina lingine la kufanya. Naomba tupigie hawa wazee makofi mazuri katika jina la Yesu Kristo. You can be seated. You are very special people. Salimia mzee aliye karibu na wewe, mwambie pastor anasema you are very special person. In Jesus name. Unaweza kuketi. Kuna wamama tangu siku ya kwanza mpaka leo asubuhi wamekuwa hapa, wamejitolea kwa kuja kufanya kazi. Yaani nikunduka hata tuko na mafundi wa mama. Wapi Sabina? Sabina ni mkuta kwa terasi juu nikashindwa. Wamama tafadhali simameni mahali mlipo. Ninajua nyinyi wengi sana. Simameni wamama. You are very special people. Stand up please kindly. In Jesus name. Wamama. Chiekoro nyingi buku kwa. Amen. Hallelujah. Wale walikuwa kwa kazi hata siku moja. Hata kama ulikuja siku moja ukapika, ukafanya. Simama tu. Let's appreciate these people in a special way in the name of Jesus. Na pia wamama wote wapigiwe makofi, kwa maana kuna wale walituma chakula, wengine wakatuma pesa, wengine wakatuma watoto. Tulikuwa na vijana wakiongozwa na viongozi wao. Please stand up. Wasimame vijana wale wamekuwa kwa kazi hapa. Mmefanya kazi ya ajabu. Sikuwa najua niko na fundi kwa nyumba. Enoch amenishangaza. Nilimwangalia siku moja akipigilia msumari nikaona kama itaenda kombo. Ikaingia na ni ya inchi 4. So let's appreciate these great people. You are very special people in this kingdom in Jesus name. Bwana Yesu asifiwe. Hata junior youth wale wa kanisa ya Lawrence. Kuna wale watu wa kanisa yake wasimame. Wako wapi? Na beginners, shiners na wale wengine winners. Can you stand up please? Beginners, shiners and winner and the shiners. Please stand up. Simameni wale wako, maana ninajua wengine walienda nyumbani. Wengine ni wafupi, wengine let's appreciate them. Mumefanya kazi ya ajabu. You are very special people na watoto wa ajabu. Nilikuwa mbali hundreds of kilometers away. Kama nyinyi hamkutumika na Mungu tungeaibika sana. Maana mimi nilikuja Alhamisi na nikakuta kazi inaendelea. So may God bless you so much. Praise the name of the Lord. Salimia mwenzako umuulize, kuna kitu umefanya kwa hii kazi kweli? Mwambie kama kuna kitu umefanya, Mungu akubariki. Na ninataka niseme, nisikizeni. I want to prophesy over your life in the name of Jesus. Kama vile ulikuja wakati wa crisis ya kazi ya Mungu, hata wewe crisis ikija kwa maisha yako, Mungu na ajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo. Hautaaibika. Jambo la pili, kama vile unajua nilipewa story, watu wale walikuwa kwa kazi hapa walisema kabla watu wajue kanisa imeanguka, wacha tuchukue nyundo tuanze kungoa, wafikirie kwamba ni sisi tumeamua kuangusha sisi wenyewe.
ili wafunike aibu, kama vile ulifunika aibu ya kazi ya Mungu, na Bwana afunike aibu yako. Hautawahi aibika katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Na mnajua ndivyo natabiringi hivyo, so usingojee nibiringike mara 5 ili iingie. Si mnajua hivyo, na imeenda na imemalizika. It is done in Jesus name. Kama vile utukufu mpya umekuja, Mungu na akupe utukufu mpya. Mnaona madhabahu iko namna gani? Siko smart na nyumba zimesimama vizuri. Mungu abariki sana. Kuna timu ambayo ilikuwa evangelism jana, sikuwa nimemaliza, list ni mrefu. Kuna team iliongozwa na Pastor Gloria. Wale evangelism team, please stand up. Wale mlikuwa evangelism ambao ni wa hii church, please stand up. I want to appreciate you in a special way. Niona evangelist wale niko nao 1 2 3 4 5 6 7. Na unajua wengine walikuwa kwa trust juu. You are doing a good job. May God bless you so much. Let's appreciate this team katika jina la Yesu. Na mimi nilisema, Pastor Gloria nilipomwambia kanisa limeanguka, akaniambia ama tuairisha. Nikamwambia hapana, hatuwezi airisha. Hii ni skimu ya shetani kusimamisha kazi ya Mungu. Hakuna kitu itasimama. And I want to tell you, 90 people gave their lives, 97 people gave their lives to Jesus. Situpigie Bwana makofi mazuri kuliko hiyo. Amen. Na usiulize ni kwa nini. Unajua mtoto akizaliwa lazima apewe nafasi ya kunyonya na mara nyingine aweze kutembea. They will come in Jesus name. Ama waende kwa yale makanisa ambayo Mungu amewaita. Because huwa ninawafundisha na waambia sio kila mtu ameitwa kwa hii huduma. Wengine wameitwa hapa, wengine wameitwa zingine, lakini kitu ni kwamba kila mtu ameitwa na mwito mkuu. So wale wa huku watakuja, wale wa kwingine wataenda, lakini utukufu kwa Bwana kwa sababu ya kuokoa hao watu. Praise the name of the Lord. Na tukasema hata revival meeting lazima iendelee. Na iliendelea. Na mimi ndiye nilikuwa mhubiri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tukimaliza tuko na revival meeting hapa kuanzia saa 9 mpaka saa 12, ambaye itakuwa na mgeni wetu Pastor James Mwirigi, bwana ya Pastor Gloria. Atakuwa pamoja na sisi. Punde tu atamaliza ibada atakuja huku mbio mbio. Na wale wagonjwa, wale wako na mambo makubwa yanawasumbua, they will be prayed for today. Miracles, God is going to perform miracles here today. Even in this service kuna mambo Mungu anaenda kufanya katika jina la Yesu. Situseme amen. Nataka niwashukuru nyote, nyinyi ni watu wa maana. Geukia mwenzako mwambie wewe ni mtu wa maana. Nataka nishukuru Pastor Gloria, you have been a partner in the ministry. Tulianzia lini? 2021 there. Yeah, while I was somewhere. So 2021, sasa yani tumekonga miaka 5. Ninaona kama ni last year. Yeye ndiye amekuwa baraka kuniingiza kwa mitambo ya Meru TV na Dhere FM. Mnakumbuka nilikuwa kwa Tuliza FM miaka iliyopita na nikaachana na hiyo kazi, lakini aliponiita tena nikajua ya kwamba ni Mungu ananiita niende kwa mitandao. Praise the name of the Lord. Na amekuwa baraka sana kubwa. She has been a real blessing. Na ninataka ni shukuru pia the leadership ya Meru TV and Dhere FM, their director, the leaders, and all the people concerned. Praise the Lord. I don't know how you call yourself, so I'm saying all the entire organization. So naomba kuna agency wa rafiki yangu hapa, simusimame jameni. Watu ndio wananipelekanga mbio pale kwa TV na kwa radio. Situwapigie makofi.
Thank you for coming. They have been wamekuwa marafiki wangu sana. Sema amen. Nitamaliza tu, msijali. Now, nitafanya ibada mbili saa hii kwa kifupi. Ibada ya kwanza ambayo nataka kufanya ni kwamba hii nyumba wakati ilikuwa inajengwa, tumenunua vitu mingi ambavyo ni vipya. Tuko na mbao mpya, misumari, mabati mpya, vitu vingi hata hivi ambavyo viko hapa. Na ni vizuri vitu vinavyotumika katika nyumba ya Mungu lazima vifanyiwe dedication kwanza. Hallelujah. So nataka tufanyie nyumba yote and dedication. Si tusimame. Itakuwa very very simple but powerful. Nitasoma katika kitabu cha 1 Corinthians Chronicles chapter number 15. Nisomewe Baba Pipi. Kuja 2 Chronicles chapter number 7 verse 15. Tunaweza kuanza verse 13. Can we start verse 13? Right. 2 Chronicles chapter 7 verse around 13. Unaweza anza hapo 13. Yes. Inasema nini? Anzia 12. Madeko ya mustari wa yukurira mantu ya karaya mwancha. Yele mwancha. Kumina yele. Nawe mwadhani arachona ni kire Solomoni utuku. Aramwira atire nembige chwero mbare yaku. Na ndegutara anto aja ae kioro gya kuritagirwa iongwana. 13. Nare nkeja kwinga matunga ye karega kura. Kana kathangiye ikarea irio bia ndegoro eje. Kana kareta ndwari kire anto bakware. 14. Anto bau bakwa obau betagwa na rieto riakwa. Bakaya kwinyiya bakirombaga. Na bageshwaga uthio bwakwa. Na baka utatira batigane na metre yao ya umaramari. Igitarau nkathikira ndeko igoro na karekeria na karekere meja yao na yonde igoro nkamioria 15. Kuma nande metho yakwa yakaminchuka. Ona jo mantu yakwa yaigegwe Matu yakwa. Matu yakwa matu yakwa yaigegwe irombarira dekarombagirwa aja. 16. Toto nande ndeko dhura kioro giki ndakiathura nikenda rieto riakwa ndigagagua kou Kenya na Kenya ona jo metho yakwa na koro yakwa igakara kuma gita yonthe. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer made in this place. For now I have chosen and is sanctified in this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. And verse, I want us to read verse Isaiah 56 verse 7. Isaiah 56 verse 7. Isaiah 56 mstari wa mwancha. Even then I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer, for my house shall be called a house of prayer for all nations. Madagariwa kija antobau nkabaretere mbakinye kiremene gyakwa kira kitheru mbagweragirie ndene ya nyomba yakwa iria irombagirwa igongwana biao bia wakirwa igongwana bia igongwana binge biao bigetekerwa kithejirone gyakwa ne kwethirwa nyomba yakwa igetagwa nyomba ya kurombagirwa ne migongo antoba migongo yonde.
I want us to lift up our hands before the Lord Natokeraje chetu mbere mathani Mungu and speak a word of sanctification na twarie mambo ya kutheria in this place in the name of the Lord. kana ya twarie tena Yesu Tutakase vitu vyote ambavyo ni vipya katika nyumba hii. tutherie tabia vile biaro ndani ya nyumba hii. Tujitakase sisi wenyewe. Tutherie twingwene. Tutakase vyote katika jina la Yesu. Tutherie biotharie tena Yesu. Hata wale ambao walikuwa wanafanyia kazi kwa njia moja ama nyingine, wanaweza kuwa hawakuwa na mikono ambayo ni ya kujenga nyumba ya Bwana. Nataka tuombe ya kwamba utakaso wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. In the name of our Lord Jesus, I want to let's pray in the name of the Lord. Tuombe katika jina la Yesu Kristo. Let us make a prayer. Let us make a prayer. Let us make a prayer in the mighty name of Jesus. Let us make a prayer in the mighty name of Jesus. Mashata laburia bashada rabu kataziria makata zeke yadoria bashanda makata zeke yadoria bashanda. Baba Mungu mwenye uwezo, tunakuja mbele zako, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tukiwa kazi ya mikono yako, ewe Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu. Bwana Mungu, umetusaidia, umetuumba, umetutengeneza, Bwana umetuokoa, umetukomboa, umetuwezesha. Twaja mbele zako Bwana Mungu, tukitubu dhambi na makosa na matendo yote ambayo tunaweza kuwa tumetenda kinyume na wewe, kwa mawazo, kwa maneno, kwa hisia, hata Bwana kwa mili yetu, na hata Bwana kwa vyote tulivyo navyo. Kama kuna unajisi wowote ambao tunaweza kuwa tumebeba kama kanisa, kama viongozi, kama kiongozi wa kazi yako Bwana mahali hapa, kama kanisa Bwana Mwokozi, kama Bwana Mwokozi, mtu awe yeyote aliye mbali na aliye karibu, ninaomba katika jina la Yesu ukaweze Bwana Mwokozi ushie milele kututakasa na kutuosha, tukaweze kukubalika mbele zako kama vile ulivyosema. Maombi yale Bwana yameombwa mahali hapa Bwana yamefika kwako. Tunaomba Baba Mungu mwenye uwezo, maombi yetu yakafike kwako katika jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana wa milele, katika jina la Yesu Kristo tunaomba Baba wa milele, kwa jina la Yesu Kristo, utakaso wako Bwana, kwa jina la Yesu. Kuna mambo ulitarajia tufanye na hatukufanya, tusamee. Kuna mambo ulitarajia Bwana tukusifanye na tukawafanya Baba, tusamee kwa jina la Yesu Kristo. Kuna yale ulitarajia Bwana Mwokozi that we may do and that we may not do, and we did it. Oh God Almighty, we repent before you in the mighty name of Jesus. Tusamee, tutakaze mikono yetu na maisha yetu, tutakaze Bwana kwa jina la Yesu Kristo, tukaweze Bwana kukubalika mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Baba wa milele na milele, tunakupa sifa, tunakutukuza Baba wetu kwa jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, kwa jina la Yesu ninaweka Bwana Mwokozi, nyumba hii Bwana wakfu katika jina la Yesu Kristo. Ninatakaza misumari, bao, mabati, hata hivi vitu, the carpet, the pulpit, and anything that has been bought, that has come in one way or another, God Almighty, King of all glory, even the power system and every other system and everything, anything small or big that was bought or that was given out, oh God Almighty Father, even Jehovah God Almighty, King of all glory, kama kuna unajizi wowote tunaondoa katika jina la Yesu Kristo, na tunaomba Bwana kukubalika mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Na tunaomba Baba wa mbinguni katika jina la Yesu, hata watu wote waliofanya kazi maeneo haya, kama wanaweza kuwa na beba unajizi wowote Bwana, tunaomba utakazo. Tunatakaza vyombo hivi hata vya madhabahuni katika jina la Yesu, tunavitakaza katika jina la Yesu, na tunatangaza uwepo wako Bwana uende pamoja na sisi katika jina la Yesu. Baba wa milele, ninaomba hii nyumba hii, kama vile neno lako limesema ya kwamba macho yako yatakuwa mahali hapa. Naomba macho yako Bwana yakawe mahali hapa, na masikio yako yakaweze kusikia
maombi mahali hapa, maromba yantwa kwa sababu Bwana wa mbinguni, nonto baba matune twaomba upata kazi bitokoromba na kutherie upasafishe nokuthambie na jina lako na rieto ryaku likaishi hapa riaturia milele, kenya na kenya na macho yako na metho yaku na moyo wako ngoro yaku uwe hapa yethiro ria kwa jina la Yesu. rieto ria Yesu. Baba wa mbinguni, baba matune tunakushukuru, tutokeria nkatho tunatangaza tutokotheria hii nyumba nyumba hii iwe nyumba nyumba ya maombi ya maromba kwa mataifa yote kile miongo yothe katika jina la rieto Yesu. ria Yesu. Somebody say amen. Amen. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri Amen. katika jina la Yesu. Nasema tunaweza kupiga makofi mazuri zaidi. Tukorokia yu rieto ria Yesu. Amen. Amen. According to Haggai chapter 2 verse 9, kulingana na yuko naleka yele kenda now we declare nanda na leto kuwa that the glory of this latter house, nato kumebora bara bakaraba nyumba e the glory of this house ukumeba nyumba e shall be greater na bokana babo nene than on the former, gorokia bara bara reo says the Lord of hosts. ne baba ni boru gwajora kuwa And in this place yata toa will I give peace, ne tona dere says the Lord of hosts. ne baba ni boru gwajora kuwa Hey, geukia mwenzako mwambie hivi watu watatu. Alokera Waambie mtoro, watatu utukufu bareo. wa nyumba hii bera kumeba nyumba e utakuwa una nguvu, ukadra benanya utakuwa mkubwa ukadra bonene kuliko utukufu wa kwanza gorokia kumebora wa bara nyumba ya kwanza. kwa nyumba ya repere Asema Bwana, baba madari ya kuwa na mahali hapa na toa Bwana atatupea amani madari ya toa dere kwa jina la Yesu. yeto nere ya Yesu. Geukia mwingine mwambie utukufu Alokera ngomora kumyo wa nyumba hii kwa nyumba e utakuwa mkubwa ukadra babo nene kuliko ya ile ya kwanza. gorokia baraba mbele Na Bwana wa na majeshi madari marugwanjore anasema hilo, ari wao na mahali hapa na toa Bwana atatupea amani. madari ya toa dere Geukia mwingine umwambie hivyo, utukufu wa nyumba hii ngomora kumyo nyumba e utakuwa mkubwa ukadra babo nene kuliko wa kwanza, gorokia baraba mbele na mahali hapa na toa Bwana atatupea amani. madari ya toa dere Asema Bwana wa madari majeshi. marugwanjore kuwa Sema amen. amen Tumpigie Bwana makofi mazuri madari penja in Jesus name. yeto nere ya Yesu. Hallelujah. Amen. Situketi katika jina la Yesu. So karani ndari yeto nere ya Yesu. Now, once again nataka ni appreciate viongozi wote wa church. Ndio chakara kadha atongere bande ba kanisa. Naomba viongozi wote tafadhali tusimame mahali tulipo. Atongere bande ba alar bodo oru kamene maguru yenu. Because of our visitors, wherever leaders are, ninajua mko kwa shughuli mbalimbali. Ara kuonde bore. Simameni tafadhali. Ramani yeto na Yesu. In Jesus name. Those are part of our leaders, others are in others. Wako na shughuli mbalimbali. Feel much appreciated, tuwapigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. Kuna kiongozi mmoja tuko na yeye leo. Chakari moto bari. Na ninataka kusema ndiye suja katika ile kazi hii kazi ilikuwa inafanyika hapa. Endelea kwa chamba kulingana na ngwira ya litawantwa. Alipokuwa nyumba ilipokuwa inaanguka. Na nyumba yao ikowa Ndiye mmoja wa wale walikutwa ndani. No mo abara adhirwa ndene. Na akaguzwa kidogo kidogo. Arangara tubo kai. Na ninajua anaendelea vizuri. Na inkwete kia na weta na mbele moja. Mzee Elliot. Elliot ndi muthe. Na ningetaka tumpigie makofi mahali alipo. Tumurigere pia ale antarari. Bwana asifiwe. Amen. Na hakuwa apigwe. Na inyawa teka akeringwa. Alirudi kuchukua mtoto. Chokera nyuma kuyokia mwana ambaye alikuwa ndani. Wetu arena bonde eneo kuu. Sasa akachelewa kutoka. Nende madha ya kulukithia mbere ya tura. Huyo mzee ni suja. Mukuru winchamba. Praise the Lord. Amen. So Mungu ambariki, ninaona familia yake hapa. Madhari badali men kwa na familia wea. Mungu abariki sana. Madhari badali memuno. Na kwa sababu ya ule upendo mko nayo kama jamii kwa kazi ya Bwana. Nonto ba wenda brabo na buo ya moche kana nonto bango ya madhani Mungu. In Jesus name. Ndiyo tena ya Yesu. Na ninasema nande wao hii kazi yote ngwe yonde ambayo inafanyika yoira kuthithika muwe sehemu bwethire bwero ai ya hiyo kazi bamba bangweu kwa jina la Yesu. ndiyo tena ya Yesu. Mungu anapokumbuka wengine Mungu kwa katika na barabangi muwe wa kwanza kukumbukwa. nabo bwethire bweba mbele kurikanwa. Amen. Amen. Apostle Kemani alipokuwa akituombea akiondoka, Mutomo Kemani aturombera tete akiana kuo
alituombea viongozi akasema, na ninaomba arabare atongoria ariko na kuromba muwe wa kwanza bwethera baba mbere kugawa baraka kwa kidalimo ya hii conference. dakio manake Na mimi ninasema nandari wao huyo mzee mukoro na wale wazee wengine amana akora barabangi wakiongozwa na mzee Lawrence basogora tuoni na wale wengine wote amana barabangi bonde tumekuwa kwa hii kazi, bendera tabangu nei akina Dana, akina Durana, all of you. babonde batote kwa tamari to ndo baba nje. Nasema watu wakibarikiwa muwe wa kwanza kupata baraka. Hata bakidalimo bwethera baba mbere kwa mbere dalimo biu. Amen. Yaani amwezi kusema amen yao. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninashukuru wale walituma pesa yao. Nguchokia kadho kile baraba tumete mbia chio. Watu wa kwanza kutoa pesa yao ni Dere FM listeners. Pastor Gloria tulipata siku moja ni tu tukihubiri akasema na kanisa ya mchungaji ilianguka, sasa mnaonaje, nataka tuweze kufanya kitu. They gave us 1700 shillings tuweze ku appreciate. Amen. 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 Pia watoto wangu wa harusi nenyana baba muranu walipojua hii walifanya mkutano online bakomenya bachipodira muchamani mitandaone na wakatoa pesa yao, na barachambeta chio. Hata baba yangu ya harusi alikuwa hapa usiku. Nyebaba muranu na ari oro twarinwe na nimeshikiliwa. Ninasema Mungu abariki sana. Na wateni aliwa Mungu hapo dalime mno. Amen. Amen. Sunday ijayo nitakuwa nawasomea hiyo mambo yote. Ntuka kimera yete tukadha tukidha ma report hiyo nde. Na Bwana atatubariki. Na madhani atudhalima. Simu nikubalie nikaribishe Pastor Gloria. Mbete kene kwa tewani Pastor Gloria aweze kuintroduce timu yake. Aomba kumenyana ya timu yawe. Then shortly I'll bring the word of God. Then nyumene na okwekare tarotora madhani. Let's appreciate this great woman of God. In Jesus mighty name. Amen. 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 Nilijaliwa kuenda wakati walikuwa wanafungua kanisa na hakuwa ananijua. So yes. Thank you very much. Asante sana. Thank you Bishop. I really appreciate this. Mbitikiri ni mbari ya kimiru kimbiji muno. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jesu akumwe. Amen. Ngochokiria mwathani nkatho ni untu bwantu kwijia narwa. Twakanya kangi tumba gukinyanguthiru na inguchokiria mwathani nkatho ni utobwa Bishop na Mrs. Bishop. It's such a great honor to be here Batu Jamiro TV na Dere FM. Thank you very much. Thank you very much, men of God. Igoro by the way turatindite naja tweta wontu mwanya twete nyakwa murogi. Bwana Yesu asifiwe. And by the grace of God, souls were won. Watu waliokoka 97. By the way, kuna vijana wawili walinipigia jana usiku. Wakaniambia walikuwa wamekuja revival wakakuta kungari kuna jengwa. Two gentlemen. And I believe watakuja usiku. Unajua wale watu wameokoka hivi karibuni wanapendanga mikutano ya jioni. And I know there will be a great fellowship from you men of God na wale wengine wenye tulikuwa tunafanya nao door to door. Let me tell you one thing. Kama kuna jambo la maana sana unaweza fanya wakati umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni kusaidia yule mwingine naye anaweza kupata mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yendi onto bwabata bure umba kuthithia ogo wonokere igotetheria antu bangi bara bationoki bakomba kuthro bakija werone bubu bwa Yesu Kristo. Praise the Lord. It is our greatest desire, and I thank God because Bishop Charles together with the wife wako kwa hii mpango, hii plan ya meta Dere FM movement. We are targeted ama tuko na target ya 5,000 souls before the end of this year. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And I tell you the truth, we will achieve. I think so far so good. We have been moving from different places. Tumekuwa Isiolo, tumekuwa Lare, tumekuja hapa Mudhara. Very soon takuwa tunateremka Tharaka. That is our greatest and biggest thing
tumepurpose kufanya as Meta There FM movement. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi ni okutinda kwa kasi ni yako ikirebi kiorire. Wewe ni wote hesabiwa huyo kazi ni yako. Kama uwezi muhubiria injili ya Yesu Kristo aokoke na ajuane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anguwa okutinda kuga norire. Norire uitu norire na ogonu ije Yesu Kristo odhambaga ogekira nguo ogakinya wa mutiga mamie na ntaka uome ni onto norire. Let me tell you the truth, utahesabiwa hiyo roho yake. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tujikakamu and by the grace of God you will win them in the kingdom of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Rieto mbito wa gloria mwirigi. Kano ndo ambita kama athani. Ibangana batikaira There FM. Toni nyedra oba gudro titikaira ndi bishop okwe kuno titikaira. Bwana Yesu asifiwe. Ibangana batikaira There FM. Thank you very much. We have a very big number. Ibangana batikaira meta show. Meta. The nyanya. Yeah. Thank you very much. We thank God for you. Ibangana baraida ya Miro TV. Berebuya. Great. That's awesome. We give God glory for you. Dakika hii mama alikuwa ameniambia niimbe wimbo lakini nikubarishe tu. Niimbe wimbo baada ya mahubiri nikuwe na nafasi ya kukaribisha wenzangu watusalimie. Si ndio hiyo? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So baratu itanairia bongugi anene bako ejeni baringaringire ni mpepo batiga warugenge baiga gwempe na shangwe na nderemo kwani abuju kiento ya kiu chaupe ngombe terete na ina bangi betre karo kam ora kiutukira ndi Ramsi na hata watu wa kamera wanajifanya wameshikilia kamera. Tesh. Unaweza kuja, si ndio? Yeah. Come. Thank you very much. Tesh alikuwa ameumia kamguu kidogo lakini mguu unaendelea ukipona. Anapokanyanga hapa aliniambia naenda huko. Unajua anafanyanga rege. Ambiri mbitete naundi dirushunda mpane mborete tamuri oteko mnyati ushunda mtu adidheru akaromba ero. Karibuni sana. Welcome. Please appreciate them once more. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huni kari ya Kimiru. Mbeta wanjerio cheupe. Ntiario muno nontu nkuona time ni thiri lakini nkabwira unimbethero nkireta news kana ndoma news ntuko ya njuma na ntuko ya Jumamosi then ntuko ya Sunday rwari nkethero nkiburetera mubango yita wa rumuri rwa siasa ndi muringi wa siasa bukamenera bou ndi muringi wa siasa nara kwa Sunday ntuko rwari kwambiria thagira nusu mwaka tha 5 mbithero nkireta mubango ya rumuri rwa siasa na itwethero kinya batu tugitoro kuona Pastor Gloria agita okiumi kimora tubangiri kuringana na management yora tuyaru ari na twe kinya ni rumuriro siasa itwethero tugita gontu mwanya last Sunday renge twari nkubo erenge kabisa twari lare na ije ya tariki 27 bado itochokete lare twethero tugitegera thina tianto ira ba kulukira na ukwo na tuketha twitiaririe tutiaracia mantu ja mathuku. Vanessa asifiwe. Oni kintu kira kingwiriti sana ntukweru ari andaina muno bishop andaina uruga by the way na ndawiru kuona antu bakina mwanka baka sweat. Amen. Yes, eti kawaida. In fact woni ngeta kanisa na ngare akuina frankly speaking mbona yako tivundira athithia kanisa. Yes, at least kuina wa praise uka worship nitumae kareta ka spirit kangi kakiumikira kionthe kaburabura na ndio kwamenya ukinya mathabau ni amwathani and I'm very happy kuona bukinira murungu bukuinira murungu youth mwathani abutharime sana bwite na moyo yu Madam Bishop you're good eko kainde kuinyi wa tumeri lakini
Hey, nimesikia hiyo spirit iko. Mwathani endelee kudharima sana. Ntiaria na inya tukatrima na tuku ingine ibweka no tukaribisha mwathani abudharime sana kama kawaida uranda abwira mbita wa Njeri wa Cheupe. Amen, amen. Appreciate her, please. Yes. Oh no, to grace our screen most of the times. No, either grace screen yetu ya Meru TV. You cannot afford to sleep wakati analeta news. Awesome and beautiful. Thank you very much. Appreciate her once more. Thank you. Karibu sana Tesh. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bubui. Okay. Sisi ni warasta. Ndauga ja bukaua Rastafari. Ja hapana siski. Ja Rastafari. Tuga jasi janos. Hiyo ni kusema mwathani ni mwega magita monde na kirasta. Jasi janos. Yaman. So bambitaga MC Tesh Gloria kumba kudhura kiuga. Nilikuwa nimepata ka accident kidogo but Mungu ameniponya na niponya naweza kutembea. School pastor alikuwa na kipindi, kuna kipindi alikuwa na record, I think ni promo ama ni nini. Nilikuwa na kamkongojo. You can remember pastor. Nilipita kwa na kamkongojo but for now I can walk freely but pole tu. So ndani ya Dhiri FM mbethagiro ndina mubango kuma thaa 10 cia muthenya mwankathe mwe ciogoro twamba kuromberwa ngaya nkaromba ya kirasta tukendere. So mwathani ethagiro yana ati magita monde Dhiri FM tumetakazwa, tuko na pastor, we love Gloria, tunapenda mapasta wote wale ambao wanakuja na inyande ni Meru TV Saturday mbethagiro ndina mubango wa rege kuma thaa 8 mwankatha 12 ciogoro Saturday igoro. Naona indari na antubairba kuma mudhara barawochete. So nilikuwa pale, I think walikuona wakasema oh yes. So jawa press magita monde ndabuga mwathani abudharime kagi magita monde tutapatana kwa ground kunde beta wa MC Tesh Dhiri FM mubango wa Zion Base thaa 10 cia muthenya mwankathe mwe ciogoro. God bless you. Thank you very much. Appreciate Tesh. Tesh is such a blessing. By the way, keja kudhura wina kiadho no mu invite ono juke namba chiawe ukomba kudhura kimu invite na the MCA njega sana. Thank you very much Tesh. Karibu sana Karo. Habari zenu. Naitwa Caroline Kadhambi na nimefurahi kuwa hapa. Karo amefurahi kuwa hapa. Please mpigieni makofi. Amefurahi sana. Anakuanga upande wa control room. Thank you Karo. Karibu sana Faminas. Muthenya barigichi tha muwanja cia tha kirigagira kura kunde uthiite na mbere kura ithauri muthenya waku nuthiite na mbere kwigwo kiagira kawithire bambetaga ni Faminas wa Kimathi kagita hokumenyithia bora kuri riri kiatho kinene makofi mudara na rututherere tukina mbere kwetha tukithira magiriman tubakina mbere kwetha bagitwetagira na tukathari mwaturi amwe kawithire ni bambeta ni Faminas wa Kimathi mbethagirwo ndi Arora Meru TV ni ututhoma ndeto na murembo uyu na ibwega no ntubo twatoge ni bwega mbithagwa ndikire Dhiri FM rukiri baba thikagiria sabato kanisa kagetawa katheka ni wa Mbemba tuthia na Arora lakini mbini thagia nyimbo cia kanisa ya SDA rukiri Saturday kiri mubango wetawa kwibangania na Arora ndi bithaga ndakenda aya kana chambenda aya taremboro kiro na nyimbo wa MC mwathani kabutharime. Thank you. Please appreciate Faminas. Faminas is such a blessing. Kinyowena thidi ya biatho. Okugoro ambiria kutheka kinya ko ambiria kwaria. Mbira na ndi mwita kiatho ne giaku. Wetheka mwenka uri rwikoria sindio hiyo. Ori bationo ora batutuona. Any is one of the people najua onangi vile watu wanaonanga. Sahi anaona magiri janto. Ogore ona tubangana. To kinyangiri. Ariuga nara tore kwena magiri janto. Meaning is a very visionary man. Please appreciate him once more. Amen. Anayekuja ningependa tumpatie makofi mazuri kabisa. Ni mkubwa wetu. Tumekuja na yeye. Please appreciate him better. Hallelujah. Karibu sana.
Mr. Newton. Mugeni anto beto. Muga sana. Memege ti kwaria, aline kwaria. Mbere ma entubu kona nkimo tega. Anti kwenda mantu ja. Na ndi nawe ariuga na arua iye kukia nugu. Metene teresere. So anko mwera ni akambikia na ara gwikaia ngirori na mchungaji. But director we mwera ari no mwaka. And oteugu katuga ruina roya rwaringwa tema mbitagwa Newton Mwirigi wa Charity, pendete gwitwa muno wa Charity. Mchungaji wenu mchore okwa and atwita kiathonikia narua na twetika jonto muntu ne anto tema na ndi tobuga tugetika kiathone giki kiawe na inkona igonto ko thongi na ibujire kwa wingi iringire ni rwe. Thank you. Bwaringa rwerwa pruro. Yani yetete kwetere kalingwa kamwe tuchokeria kangi lakini nyobo adithibwe ibwega na kumwe yonde nyoire na ndi thaira ikimake sure Meru TV na There FM yobokinyira bwena ara kunde bori na mantu jam jage karikana nchamba ijyo kona irongi nyuma ya kamera abero tere nyabo baka make sure mantu jare jo kinya nare jabatere gukinya bawi bond driver bangari iji na tukiongera ndeje bari ngangari rushabi kenda bona mchungaji aya onea na mwankanto babo bairi bambe badi the coordination beti kaniria abamwa edhirage chiara iria omenobo bakamwanto lakini anto bathongi na bena ochorebwa kungana na mchungaji bataga no muthithirio bukwenda athithirwa ugwe oma na ndetabuka muimba inyawe tabuka mukaria ikenda eta na mbere kuthithia choreba mithemba jeriko so mbuchokeria nkatho chia mwanya muno ntubwa agwitika tika wainda na kanisa inkone na koroma ena koro akoro iringire ni roi sala ade akoro iwa kai mchungaji dioroka kaire harakati nega chia kuono kia 97 at least 90 derere anto arume kenda akioro kigitate kigite ituge nonto akoro tebo akaria bamuchi ukenda gukara wigwenka thithia boria baretarete kwetu ithi na mono tutiendete ya indi kaora tugagitate tugakinya tema ndi ari menyaja mukuru te kona ndina kireru na njire nkwe mbugi ibwega mono nonto boto gwata ugeni twakinyie tura riri na boto gwata ugeni kairi tukeja iyo nto tutena uga twiko gitate igwita jonto tutore waria gwita ngugi ya gutumiria rutetoru na ukona twina bishop wetu aja na watu ina bonde ma kou tutire mwago kinyero tetoro wa mwathani ara ugitate aro itiombeka amen mono ende yukia kanya kamchunga tunyande endeleo ungete ikali endelea ngete mudi. Thank you sana. Tuweka sana mutano baba ati uwika meme kwagite na ndi ndomba kuendelea mchungaji ndomba kuendelea kugintu kingi ndona njeji na ana banini mono kona ni nja eukitate eukura mchungaji endelea na au kuinyambato ni eu endelea kuminya kenda thumba kugitate gukuria jonto egeja kwithira njeje ne akuru akibe kune kuruba kuru ukaritaya no gatikira no ba kuna ndi ikukuona ni aja kwina matunda jeje endelea kugitate kuonekana day by day iringire ni karwero yi
ntiaria mono kwaria mono iko gitate ikunura na ntikwenda kunura nkoroki yau mbitigirie ni mbugi bwega. This is my team na bangi baba ingi bara tutatugiitaniria na Bongogi na on behalf of my Hebo manager Faith Gishoro na CEO Mithika Gervasi Mithika na the chairman Kuboretra Kethi Chiao. Thank you. Amen. I appreciate the Lord. Amen. Thank you. Amen. Thank you very much. Please appreciate him once more in Jesus' mighty name. Thank you very much, Mr. Newton. Okay, nkene nkera Bishop wetu kanyaga kanikendaga tutumiriria. Irendi kwena rendi ingi eja. Kwena TV ingi Boreta live. Kwena ingi. So far so good. Bishop Nedrite akirombera Meru TV na Diri FM sana sana. Na ukwira uma ugeta TV neku ukarugurira nandi TV cha Meru TV rio komba kuona clearly i TV ya Meru TV. Ibangana ba notice itakwenda improvement nene sana kiri TV ya Meru TV. Yes, na iko inashika kitambo. Dai tukinyeta hata kwako. Appreciate the Lord please in Jesus name. Daiji tukinyeta Mombasa inya antu benu ba Mombasa bere no bamenye mantu jiraja kuendelea Meru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Diri FM the same ni kushika tuithithia door to door evangelism ndirige wakinya ndakachie tuche biki bekrite Diri FM sana and I really appreciated. Praise the Lord. Amen. Ko kedra kwena oithirita wikirite TV kuniontega TV na scratches mara ekura marambi ekira Meru TV. Waikira Meru TV, you will enjoy. I tell you the truth. You will enjoy from morning to evening. Sindio hiyo. Diri FM kwena antobati teita Diri FM baba ingi sana because ibeje mantu jira tubareta era no udikire kinya twana twakutu karindi au gote marumi imantu jabanga ni twe. Bwana Yesu asifiwe. Utigwa aibu tiorugorera rendio mantu jamoja kambirie kwarwa wambirio taka mwana ka mwana ambirie gugote mwana ambirie gugutega. Tune to Diri FM. Bwana Yesu asifiwe. And the Lord will greatly bless you. Hallelujah. Amen. Kwa dakika hii nikubanishe sababu naona Cheupe amependa injili ya mama sana. Nikaribishe mama aombee Bishop ili akuja atupatie neno. Please appreciate the woman of God in the name of Jesus Christ. Tusimameni tafadhali. Tupateni kusimama. Tusimameni tulete neno la Bwana. Hallelujah. Leo pastor ananionisia pale ananiambia leo ninahubiri online. Na sasa si unajua yale masaa ya online yanakuanga mangapi? Ni madakika. Praise the name of the Lord. Amen. Namwambia hiyo grace, neema ya Bwana, kupata kibali, kunenea online. Na kwa sababu soon and very soon anaenda like South Africa. South Africa unakuta ibada ni ya 10 minutes. Na imeombewa, sadaka imetolewa na watu wamebarikiwa. Si pastor anaenda South Africa. Amen. Si unaona ameanzia kufanya mazoezi. Amen. Kama ya kuhubiri online anaenda mahali hata akipewa dakika 5. Jana revival ameifanya na 10 minutes. Praise the name of the Lord. Amen. Na tulibarikiwa, wengine wakaokoka na tunashukuru Bwana. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu, nataka tukamlete kwa madhabahu, lakini ningelitaka tu kidogo mara tena uambie Mungu. Mara nyingine neno la Mungu linakuja linakuta moyo ngumu, inagonga, ina divert. Ombea moyo wako dakika moja. Mwambie Bwana, neno la leo ni langu. In the name of Jesus. Nitakapokuja lipate upenyo ndani yangu, likanisaidie. Maandiko inasema neno la Bwana ni kama mira. Unajitazama na mali kuna kasoro unaondoa, mali ambapo hauko sawa unajitengeneza. Na neno la Bwana limelinganishwa na mira, mali ambapo unasimama unajiangalia. Ambia Bwana nisaidie.
neno la leo likaniangazie, nikajielewe zaidi, nikaone moyo wangu, nikaone mawazo yangu, nikaone utu wangu wa ndani. Bwana ukanioshe upya, ukanifanye upya Jehova, ukanisaidie katika jina la Yesu. Unapotunenea malapa, nenea walio Mombasa, nenea wanaotutazama kutoka Nairobi na nchi zote za Kenya na Meru yote mfalme, wanaotusikiza kwa There FM, wanaotuangalia kwa Meru TV. Bwana tunawaombea neema pia, neno lako likawafikie katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Asante Mwokozi, in Jesus name. Hallelujah. Hebu sema amen. Amen. Tushike mikono yetu tulete mtumishi wa Mungu. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Thank you so much. Mnaweza kuketi katika jina la Yesu. Wale ambao mnatutazama kwa runinga zenyu, TV na chenu, ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Nataka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Luke chapter 24 verse 5 to 6. Luke chapter 24 verse 5 verse and 6. Why seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke unto you when he was yet in Galilee. Praise the Lord. Amen. Tuko katika msimu wa kusherehekea kufa na kufufuka kwa Kristo. The most important part of the life of Jesus Christ, it is not his birth, but it is his death and the resurrection. Because in his death and his resurrection, we got to die into sin and we resurrected into righteousness. And the Bible says death has no power over us again. So I want to ask your neighbor, why are you seeking the living among the dead? He is not here. He is alive. Jesus is alive. I came to speak to you this gospel this morning. And my topic of today is the great exchange. What Jesus took from us and what he gave us. I have already said that the death of Jesus and his resurrection is more important than any stage of his life. Hallelujah. Amen. So there is what Jesus came to do. This morning I want us to look at what Jesus took from us. When he died on the cross, there is what he took from us, what we were carrying. And he said, enough, you can no longer carry. Number one, he took away our sins. Jesus, who had never sinned, he took up himself our sins, so that we could not be made right, we could be made right with God.
Hallelujah. Amen. The Bible says in 2 Corinthians chapter number 5 verse 21. 2 Corinthians chapter number 5 verse 21. The Bible says, Paul is telling the church of Corinthians, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hey, hallelujah. Amen. Mungu alifanya yule hakuwa na dhambi awe mwenye dhambi, abebe dhambi, ili sisi tuweze kuwa watakatifu wa Mungu. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaukia mwenzako mwambie Yesu alichukua dhambi zako. Hauna haja ya kubeba dhambi tena. Alibeba pale msalabani. Ninataka nikukumbushe, wewe umeketi hapa na yule ananiangalia kupitia runinga na anayenisikiza kupitia redio, wewe umeishi maisha ya dhambi. Yesu alichukua dhambi zako ili uweze kutakasika. Nimekuja kukuambia, wewe haujasimama kwa wokovu, wewe haujaokoka kwa sababu ya kazi nzuri uliyefanya, lakini tumeokolewa kwa kazi ambayo Yesu alifanya msalabani. He took away our sins so that we become righteous. Ninakuombea kwa jina la Yesu, kwa mkutano wa leo, ya kwamba Bwana abebe dhambi zako na maovu yako yote yaondolewe, uwe mtakatifu wa Bwana kwa jina la Yesu. Mtu aseme amen. Number 2. Jesus on the cross, he took our guilt and shame. Hallelujah. Amen. He carried our guilt and bore our shame upon the cross. The weight of our rebellion was laid upon him. Uzito wa kufanya vichwa vyetu ngumu na kuwa watu ambao hawamtambui Mungu tena uliwekwa kwa mabega yake. Isaiah 53 verse 4 to 5. The Bible says, surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Amen. Hallelujah. Amen. Surely, geukia mwenzako mwambie, surely he took our pain. Hallelujah. Amen. Sijui kama unanishika. Bwana pale msalabani alichukua uchungu wetu. Hauna biashara ya kuishi na uchungu kwa maisha yako. Yesu alikubebea uchungu, akachukua mateso yako. Hauna haja ya kuishi kwa mateso. Yeye alibeba mateso yako. Yeye aliweza kuadhibiwa. Wewe ndiwe ulihitajika uadhibiwe. Geukia mwenzako mwambie, wewe ndiye ulihitajika uadhibiwe. Unaona kifo cha Yesu, wewe ndiwe ulihitajika kufa.
Haleluya. Amen. Wewe ndio ulihitajika kuaibishwa. Uone wao batarako kodhaidhiwa. Sijui kama unanishika. Ndio medhara ngwata. Wewe ndio ulihitajika ule uchungu wote Yesu alipitia. Akapigwa mijelendi iliyekuwa na uchungu na iliyekuwa inaumiza, akahisi uchungu. Wewe ndiye ulihitajika kupata hiyo adhabu. You are supposed to be punished. You are supposed to be stricken. You are supposed to be afflicted. The Bible says he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. He was punished so that you get peace. Aya, kanisa munanielewa? The Bible says by his wounds we are healed. So the second thing that Jesus took from us, he took away our shame. Hello? Amen. No shame again in your life. If you believe in Jesus. Na ndio sababu Mungu alituondolea hii aibu. Hakungojea tuaibike kwa sababu yeye alibeba aibu yetu, alibeba aibu ya kanisa. Na nimekuja kukuambia, ukikaa ndani ya Kristo hautaaibika kamwe. Na kama tena dhao chieto na kanadani ya Kristo Yesu utekara dhao chakura dhao kinyare mwau. Number 3, he took our diseases. All diseases. All diseases. Ukia mwenzako mwambie all diseases. The big diseases, kama kuna big. And the small ones. He took our diseases. Ukia mwenzako mwambie alichukua magonjwa yako. Kama uko kwa mkutano ukiwa mgonjwa, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Nasema pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kwa mapigo yake wewe na mimi tuliponywa. Number 4. Number 4. He took death from us. The Bible says in Romans chapter number 6 and verse number 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The wages of sin is death, and Jesus took death in our place. So he decided to die because he carried our sins. Anyone carrying sin must die. And now Jesus took the sin of the whole world, and that's why he died. And for this reason, when you receive Jesus as the Lord and Savior, you no longer die. You shall live to declare the goodness of the Lord in the land of the living. Somebody say amen. Amen. He took your death. And even when we die this body, we don't die. Bible says we sleep, because we shall rise again. Just as Jesus
died and rose again, yabora Yesu akwire na ararioka ringi you shall also live again. na kinya watura ringi Ukia mwenzako nitaishi tena. wira gatura ringi Mwambie nitaishi tena wira gatura ringi kwa jina la Yesu. yetu ndani ya Yesu. Nasikia kuna mtu amefika mwisho katika maisha. Kwa mtu akija pamoja na watura bwawe Anasikia tumaini lake limekufa. kubaregera bawe kwete Nataka nikutangazie ndienda kwire uhai tena katika jina la Yesu. May you rise again. mukera ringi. Hallelujah. Amen. There is life. Kwena moyo. And number 5. 5. He took our curse. Nayo kile irumi byetu. Hallelujah. Amen. We were cursed. And because of our curse, we were supposed to be on the cross. And because Jesus took our curse, we were not put on the cross. Now the curse of the Lord, the curse of the law, that is the condemnation that came from failing to meet God's standard, was put on Jesus. Galatians chapter number 3 verse 13. The Bible says Christ redeemed us from the curse of the law, but became a curse for us. For it is written, cursed is anyone who is hung on a pole. Amen. Amen. He took our curse. He took the curse for us. Hallelujah. Amen. No more curse operating upon our lives, because Christ took our curse. Tell your neighbor your curse was taken away. Amen. Amen. Number 6. He took our separation from God. Matthew chapter 27 verse 46. The Bible says about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eloi, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? Sikiza hii ningetaka ushike. Jesus experienced the full weight of separation from the Father so we could be restored to him. Nisikize vizuri na uniangalie vizuri. Ni kwa nini Yesu anaomba? Munanisikiza? Kama unanisikiza sema amen. Ni kwa nini Yesu, unajua Yesu aliambia Mungu, ninaomba uniondolee hiki kikombe. Kumaanisha alitaka asikufe. Kwa sababu alikuwa 100% man and 100% God. Kwa hivyo alihisi uchungu kama mwanadamu. Paka akaomba, Mungu niondolee hiki kikombe. As a result, God did not hear his prayer. Are you listening? Are you listening, church? Kwa nini Mungu hakusikia ombi la Kristo? For 2 reasons. He was carrying the load of sin. And God does not hear the prayer of a sinner unless if that sinner is repenting. Now Jesus is not repenting. He is saying, take away this cup, this temptation, this suffering. Are you following? Praise the name of the Lord. Amen.
And remember, narikana he took our sins nayo kirie meya yetu and carried them. na yaraka mata. So as he is praying, Nendelea wakuromba he is praying aliromba as a sinner. ya moya And God could not hear that. na modari atika kwa ramba mtomboya. Hello? Hello. Are you getting? Loko wata. Praise the name of the Lord. Amen. So when he prayed akuromba and God did not hear that, na modari arakuwa biu, he continued to allow the suffering, to allow the problems, to allow the pain. He asked God, why have you forsaken me? Why was he being forsaken? Because he was carrying the burden of sin. The sin for all men and all women. He forsook God. He forsook Jesus so that he could accept you. Amen. I don't know whether you are getting this. God forsook Jesus because he carried your sin so that he can accept you. So Jesus took your separation from God so that you can be connected to God. You are not worthy to be connected to God, but by the death of Jesus you became connected to him. Somebody say amen. Amen. Number 7, he took our poverty. Say my poverty. Poverty is not our portion. Hey. Yay. Hallelujah. Amen. Hakuna mtu katika Biblia Hello. aliyetumikia Mungu akiwa masikini. Nataka mnisikize vizuri. Abraham alikuwa tajiri. Si tuko pamoja? Noah alikuwa tajiri. Hata watu walipokataa kuja kumsaidia kujenga, alijenga peke yake na nyumba yake. Musa alikuwa tajiri. Nani mwingine? Praise the name of the Lord. Amen. Wote watumishi wa Bwana. Suleimani, Solomoni, Daudi, Cornelius, New Testament, Priscilla and Aquila. They served God out of their plenty. Praise the name of the Lord. Amen. Why? When they took Jesus, when they decided to serve God, he took away poverty. Ninaomba Mungu achukue umasikini wako katika jina la Yesu. This season Mungu achukue umasikini wako katika jina la Yesu. Kama Mungu hakuwa ametubariki na pesa, hii kasi ingewangojea mpaka leo. Tuko pamoja? Lakini kwa neema ya Mungu alipeana. He provided. So utajiri ni sehemu yetu. Umasikini sio sehemu yetu. Sema amen. Amen. So he stepped down from heaven's riches into the poverty of our condition.
Not only material poverty, tena onto bantu ake but also spiritual emptiness. ende jana onto ba mantu yake kerundu 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Akoritho yele inyanya musara kenda The Bible says, maandiko kaua for you know no tono komanya the grace of our Lord Jesus Christ, utukuma madani Mungu wetu that though he was rich, yakadare motonga yet for our sake yeno onto bwatu he became poor, na twekera theni so that you through his poverty neno tokolokera okyabawe might become rich. na tutweke itonga. Hallelujah, Bwana asifiwe. Amen. Munanishika? Ibongwata. Tuthomere mustari una kimero kenda bagwata boga. Akoritho yele 2 Corinthians 8:9. Akoritho yele inyanya kenda. Mandako erwanda na kunere akoritho yele inyanya mustari wa kenda. Tontu ibujo nto ba tukiborea mwathani wetu Yesu Kristo ari nambu. Nabuni ate kinya kethira ari gitonga na atokera ara nkani nto bwenu nekende boboka itonga ni nto ba okyabwawe. Hallelujah. Amen. Ate tonto bumbi nekenda boboka itonga ni nto ba okyabwawe. Hallelujah. Amen. Yesu aratiga aliacha utajiri wake mbinguni. Yesu aratia toka bwa matune Akaja hapa duniani. yaja ndegoronia. Ndio alishonewa nguo na mama yake, nguo moja ndiye alivalia throughout because atumira nguo imone ne mami wawe na niye kaira maita yonthe peke yake moja. Yoyo nkau. Kenda wekira inyingera mutorogu. Ya ubaya nguo nyingi. Uriye weche nchakia ira mutorogu amberia neema yote nchakia. Ndewa ukuwa unavaa unabadilisha badilisha. Yesu wekere kabuombi. Yesu alivaa nguo moja. Namba 2. Na ya mara ya pili atare na kiraro. Hakuwa na mahali pa kulala. Ibonto akuantere. Ndio maana anasema hivi. Mboe chena ikurungu. Mboya ako na mahali pa kulala. Nyoni chena itara. Ndege wako na viota. Ele mwana wa mtu. Bali mwana wa mtu. Atena kumamia mtoe. Ana mahali pa kuwekelea kichwa. Yesu eta kulala kibarine. Yesu alikuwa na kulala kwa mlimani. Nonto he was poor to the extent that hakuwa na mahali pa kulala. Nonto aretheni nyako mama kuangu wako na kemutu atekiona. Imagine wonya thayo kuote na kimambo uwe mwitonga nkurukia Yesu nonto at least nyethero ina kamukweko you are better than him. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Araga kimamo akakosa mahali pa kulala. Kenda waka nyumba nje. Ndio maana upate nyumba nzuri. Hallelujah. Amen. Niko manyanya Yesu na wati kanjo. Yesu alikuwa ameshikwa na tax collectors. Baitete otomeria. Wale watu wa ushuru akiwa anaenda kuhubiri. Wakashikwa. Arawatwa. Kwa sababu hawakuwa wamelipa kodi. Noto atarete woti. Because he demonstrated poverty so that you become rich. Noto wana ndio kaba wene kenda watu ekabo itonga. Sasa akaamua kutenda muujiza. Nenda ratu araamua kuringa kiama. Akaambia Petro wewe ni era Petro wewe ingia kwa maji. Ukuma rwene. Chukua samaki. Yokia koyo. Ipasue. Miade atore. Iko na pesa. Dena mbeta. Lipa sisa. Ria Kaisari. Na ingine tutumie. Na inge to atumire. Hakuwa na pesa. Atare ambeta. Alikuwa mfuko mtupu. Are mebuko medari. Ili wewe mfuko yako ijae. Nekenda wewe mebuko kuyoyora. Anokuwa manto yangu huwa. Unasikia mambo nasema. Kama unasikia sema amen. Ndio kwa amen. Are we together? Tuko pamoja. May you receive the riches from heaven in Jesus' name. All what belongs to you, let it come in Jesus' name. Amen. Amen. Now, after that, what did he bring? My time is up, but I want to just mention what he brought. What Jesus gave us. Number 1, he gave us his righteousness for our sins. Number 2, he forgave our sins. Colossians 2. Verse 13 to 14. When you are dead in your sins and in the circumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having cancelled the charge
of our legal indebtedness, which stood against us and they condemned us, he has taken it away, nailing it on the cross. So Jesus nailed our sins on the cross, so that we get forgiveness. Number 3, he gave us life. John 3:16, the Bible says, for so God loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Somebody say amen. Number 4, he gave us peace. Tell your neighbor peace. Who are they? Who are they? John 14 verse 27. John 14 verse 27. He says, peace I live with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your heart be troubled, and do not be afraid. The peace that God gives us is not temporary. It is permanent. Amen. Amen. I pray for you in Jesus' name. Even those who do not have peace in their lives, may you have peace that surpasses human understanding. In Jesus' mighty name. Somebody say amen. Amen. Tuko pamoja? Number 5. He gave us his riches. Ephesians 1 verse 18. Tuko pamoja? Anasema hivi, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glory inherited in his holy people. Somebody say amen. Amen. Number 6, he gave us a sonship. We were once outsiders, but now we are children of God. Hallelujah. Amen. Romans chapter 8 verse 15 to 17. And finally, he gave us his victory. We no longer fight for victory. We fight from victory. We don't fight for victory. We are already overcomers. We are fighting from victory. Ukia mwenzako mwambie wewe ni mshindi tayari. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 15:57. Korintho 1 Corinthians 15. Korintho 57. The Bible says, but thanks be to God, he gives us victory through our Lord Jesus. Ombani. Okolokera Yesu Kristo. I want us to close by these ones. At the cross, Jesus did not just rescue us. He replaced us. He took our place so we could take his place. He bore our poverty. Alichukua
umaskini wetu, na nayo kirinyokia bwetu so that we could receive his riches. nikenda twambirie utonga bwawe He gave us his life na twere moyo so that we could truly live. nikenda umana amatutura moyo, And this is the gospel. na enyo tumeri Not just a message of mercy, tia kiunja kake yao, but this is a miraculous exchange. nindene kiama kia walukanio. Era mutoreo kunjeso na twalukanirie. Yesu alitubadilishia. Sasa wacha tumalizie na kuuliza, Nene kato dhire tokiora kiatiri, webioti yabio, kuna chanyo mabaki nayo, kama Yesu alichukua, yadhara cheso nayo kirie biote, nini umebaki nayo? nikare tena bio, Lokia mwenzako muulize, nini umebaki nayo? alokana mcharo kumura ni bioti na bio, Kama umebaki na magonjwa, yadhara wanoti na merimo, kama umebaki na dhambi, yadhara notie tena meya, ukaweze kutubu siku ya leo. uomba kwira mtuko ya ruare, Kama umebaki na magonjwa, yadhara wanotiare na merimo, ukapone siku ya leo. weta na mbele na kora ruare, Kama umebaki na laana, yadhara notiare ya kerumi, zikavunjike siku ya leo. sikaune kanga tuko ya ruare, Kama umebaki na umasikini, yadhara noatiero no kia, ukaondoke siku ya leo yabela tuko ya ruare, katika jina la Yesu. yote na rea Yesu, Situsimame kwa miguu yetu turamena mauru yetu, in the name of Jesus. yote na rea Yesu, Hallelujah. amen. Nataka tuombe Yanda turambe, na tuamini Bwana. na tuete kia mwadhani, Nataka tuombe kwa kifupi yanda turambe na okwe, because our time is so much gone. no tumadha yetu nikaya Maana tadama, tunarudi tena saa 9 no dodo tukatengia na kenda, kwa sababu ya mkutano wa ufufuo. no tuma chama na yori ukyo, Tutaanza saa 9:30 na kenda na nusu, ili tuweze kuwa na wakati mzuri. nikenda tena twena itareli ya, Mtumishi wa Bwana James Mwirigi anakuja ndo bamba ni moro kujia msimuri, na singetaka tukose. na tekwenda twatia, In the mighty name of yote Jesus. na neno ya Yesu, Nataka tuinue mikono yetu mbele za Bwana. yanda tutapera We mwadhani talk to God. Tumwambie ninakushukuru kwa sababu ulichukua mahali pangu tomora ito yopoya na tuto na yokiria kanya ketu, ili na mimi nichukue mahali pako nikenda njo kana kanya kaku, katika jina la Yesu. yote na Yesu, Oh, tuinue mikono yetu mbele za tukenda na Bwana. chetu pera mwadhani, Tumwambie Bwana ni asante. twera mwadhani ne boya, Thank you for taking my part. boya no tobako yokia kanya Thank you kakwa, for taking my place. boya no tobako yokia kanya So kakwa, that you may take my place. nikenda yokia kanya So kakwa, that God I become whom you are. nikenda mwadhani njokia In kapesa the na mighty ndekare, name of Jesus. yote na Yesu. Oh, thank you, Asante Lord. Bwana. Umetukuka Situombe Mwokozi. katika jina la Yesu. Tucheni mbele ya mwadhani yote na Pray in Yesu. the mighty name of the Naomba Lord. yote na Yesu. Oh, Asante Yesu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu. la, 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 Umetujalia Bwana neema. Wewe ni we Mwokozi. worship you, we Asante worship Bwana. you, we worship you. Umekubali mateso. Come on, in the name of the Lord. Just in 1 minute, pray in the Tena name ndake naomba of yote Jesus. na Yesu. Pray in the mighty name Naomba of yote na Yesu Jesus. ndake ngimwe. Haleluya Bwana. Asante Bwana, wewe ni Mungu. Tukuabudu Bwana, tukupa sifa na heshima Bwana, wewe ni Mungu. Wewe yu pamoja nasi. Asante Ebeneza. Pray, 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 pray. Hata wewe unayetuangalia ukiwa katika nyumba yako, ninakuomba katika jina la Yesu. Mshukuru Bwana kwa sababu alichukua nafasi zako zote, akachukua dhambi zako, akachukua aibu yako, akachukua magonjwa yako, akachukua your poverty, akachukua hali zote mbaya katika maisha yako, ili wewe ukaweze kuwa na nafasi nzuri katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Oh, we worship you Lord. Riba shadala baboria bakatala boria bashandala laboria. Riba kandala boria bashandala baboria bashandala baboria bashaya. Kupitia mateso mengi Bwana, ili tupate kukombolewa na kuinuliwa Bwana. Baba wetu wa milele, tuwe jinsi vile ambavyo tulivyo Bwana. Hatuna mwingine Bwana wa kutazama, macho yetu Bwana tayainua pako juu mbinguni, Mwokozi wetu, tukikulilia Bwana ama Bwana, tukikuangalia, maana ni wewe tu, wewe Bwana. Wewe ndiye Mwokozi uliyetuokoa kupitia mateso ya mwanao Bwana, ukatufanyia mambo mazuri, ukatuokoa Bwana, ukatuponya Bwana, ukakubali mateso Ebeneza, na mahali pale ambapo tumefika Bwana,
Tasema ni asante, na ndio maana tutakushukuru siku ya leo, maana tumekuona hata wiki Bwana, tumekuona katika maisha yetu, tumekuona Bwana ukituhifadhi Bwana, ukitutenganisha mbali na madhara Bwana, ukituokoa kwa mkono wa adui Bwana Baba, na ukasimama kwenye mwana Bwana ili tuwe jinsi vile tulivyo. Hata siku ya leo Bwana, Bwana tungesimama mahali hapa Mungu wetu, lakini Bwana ukasimama katikati Mwokozi. Hatukujeruhiwa Bwana, hatukupata madhara, lakini pokea utukufu wote kwa sababu wewe ni Bwana, wewe ni Mungu wetu. Bwana, neema hii ni yako Bwana, mbali tumetoka ni wewe Bwana, ni wewe Ebeneza, ni wewe tu Bwana, tukuinulia macho yetu, ni wewe tu Bwana, tutasema hakuna mwingine Bwana. Nani Baba aliye kama wewe? Nani mwingine Bwana? Utukufu Baba ni wako, heshima hizi zote ni zako Bwana. Mkono wako umetubeba Bwana, Bwana, ndio maana tumetewa na furaha kaya Bwana ndani ya mioyo yetu Mfalme, tukiinama Bwana mbele zako, tukikusujudia Bwana, maana umetenda mambo ya ajabu na utayatenda zaidi Bwana. Bwana, umetuonekania Mwokozi, umetushindania Bwana, tupigana ndani ya ushindi, maana tayari umetushindania kutoka mwanzo Bwana, ulipigana na ukashindana Mwokozi, na vile ambavyo tulivyo siku ya leo ni kwa ajili ya ushindi wako, maana ulitangulia kushinda Ebeneza, na sisi tumeshinda sababu wewe ni Mungu. Thank you Jesus. Nataka kuzungumza na wale wako katika runinga ambao wako mbali pamoja na sisi. Umesikia neno la Bwana. Nataka kuombea watu aina mbili. Watu wa kwanza ambao nataka kuombea ni wale ambao unanitutazama kwa runinga yako na hujaokoka na ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu siku ya leo. Ukiwa popote ulipo, kwa hoteli, kwa barabara, hata ukiwa nyumbani kwako na ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu, ningetaka tuombe na wewe. Lakini kabla tuombe, ningetaka kujua ni nani tunaomba na yeye. Chukua namba hii ambayo utaniandikia please call me, ama uandike message useme mimi ndio ninaokoka, ama uandike please call me, ama uflash. Nitaona nikiwa mahali nilipo. Namba yangu ya simu mahali ambapo ulipo ichukue 0721 817 863. Ninarudia namba ya simu 0721 817
863. Nataka tuvumilie wale wako kwa TV na radio, wale ambao wangetaka kuokoka, uweze kuandika please call me, ama you flash, ama uandike mimi ningetaka kuokoka, naitwa fulani wa fulani, nataka kuokoka. So usitarajie nichukue simu kwa sababu tayari niko kwa madhabahu. Kwa hivyo wewe ambao ungetaka kuokoka, just do that na itakuwa mzuri katika jina la Yesu Kristo. Tayari kuna wale ambao wameanza kufanya hivyo. Kwa jina la Yesu tupigie Bwana makofi. In the name of Jesus. Kuna wapili ambaye namba yake inaisha na 46 katika jina la Yesu. 0721 817 863. Thank you so much kwa hiyo pia ambaye ana flash. Thank you so much. Umepokea namba inaisha na 450. Thank you so much. Mwingine ambaye anapeana maisha yake kwa Yesu, 0721 817 863. Mahali popote ulipo unatutazama, unatusikia kwa TV ama kwa Meru TV ama radio ya Dere FM, 0721 817 863. Thank you so much. 144 inaisha na 144. Thank you so much. Somebody else, nikisema unapiga makofi tafadhali. Amen. Mwingine tafadhali ambaye ungetaka kupeana maisha yako kwa Yesu, 0721 817 863. Just flash, andika message ama please call me. Thank you so much. Kwa sababu ya yule namba inaisha na 990. Thank you so much. Namba inaisha na 834. That is powerful in the name of Jesus. Yes, watu wanapekeana maisha yako kwa Yesu. Namba inaisha na 551. Hallelujah. In the name of Jesus. Somebody else. Tunangojea. Ninakupea, wacha niwapee hii dakika. Tafadhali msichoke kwa sababu ni vizuri kufikia watu na injili. Wewe ambaye umepokea neno la Bwana siku ya leo, ukasikia Yesu alibeba mambo yote kukuhusu, akachukua yako. Namba inaisha na 081 in the name of Jesus. Kwa hivyo chukua namba hii, uandike please call me, SMS ama you flash 0721 817 863. Ni kama tumewekewa hapo tafadhali. Tafadhali wale ambao wako kwa TV mnaiona, ninasomea tu wale ambao wako kwa radio, 0721 817 863. Kama unapeana maisha yako kwa Kristo, unaweza kuflash hiyo namba, unaweza kuandika message, unaweza kuandika hata please call me tuweze kujua. Namba inaisha na 484. Thank you so much. You are such a blessing. You are such a blessing in the name of Jesus. Ninapeana hii dakika moja ili tuwangoje kwa hiyo dakika moja. Hivyo ndivyo huwa ninafanya kwa radio na watu wanaokoka. Si wameokoka wengi. Amen. So tuvumiliane. Amen. Hallelujah. Mtoto akizaliwa tunavumilia. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Namba inaisha na 725. Hallelujah. Ingine inaisha na 771. Thank you Jesus. Ingine inaisha na 534. Oh, yes. Endelea. Mwingine. Ingine inaisha na 3996. Hata mwingine anatoa sandaka basi. Thank you Jesus. Titus Mwenda, tunapokea sadaka yako. God bless you so much. Inaisha na 434. Mwingine anasema naomba unisaidie na maombi pastor, kumaanisha unataka kuokoka. Namba inaisha na 017. Wow. Hallelujah. Amen. Thank you so much. Thank you Jesus.
Ama mnaonaje? Ni sawa. Tunaenda vizuri? Tunaenda vizuri. Namba inaisha na 613. Thank you Jesus. Aya wa mwisho. Aya, kama uko hapo na hujapeana maisha yako kwa Yesu, nataka ninataka mtu wa mwisho. Sijui ni nani huyo anataka kuwa wa mwisho. Chukua hiyo namba uandike message ama uflash ama uandike please call me 0721 817 863. Nani huyo anataka kufunga? Afunge mkutano. Mtu anataka kufunga aseme nataka kufunga. Niokoke kwa jina la Yesu. Aha. Nani huyo? 0721 817 863. Nani huyo anafunga? Afunge. Tunankungoja. Ni wewe ndugu, ni wewe dada. Unanitazama wewe, unaniangalia hapo. Na hujaokoka, hata hujaenda church the other day. Na umelala umekunywa pombe. Umelala ukiwa na mambo mingi, dhambi nyingi ambazo zimekukaba. Wengine mmebebeshwa mizigo na shetani. Siku ya leo ni siku ya kusema narudi kwa Yesu. Amen. In Jesus mighty name. Amen. So Stanley Minyori naye anatoa sadaka bandara ya kuokoka, na ni kumaanisha Minyori ameokoka. Kwa hivyo pokea baraka yako katika jina la Yesu. Amen. In Jesus mighty name. Amen. So nani huyo anataka kumalizia? Nangojea mtu mmoja tu. Si uwe mmoja wewe. Thank you so much. Namba inaisha na 300. Huyo ndiye anafunga mkutano. Hata wewe unaweza funga tukiwa ninaomba. In the mighty name of Jesus. Yes, Jesus. Na Bwana ataweza kukubariki katika jina la Yesu. Wale wamepiga wakitarajia nichukue, singeweza kuchukua kwa sababu bado niko kwa madhabahu. It is not possible. Kuna mwingine anafunga hapa ako na namba inaisha na 658. 658. Mwingine sasa wa kufunga kabisa. Kufunga kabisa. Sema kufunga kabisa. In Jesus mighty name. Amen. Amen. So God bless you so much. Amen. Wale ambao wamesema wangetaka kuokoka na hata wale tuko na wao katika nyumba hii. Nataka kusema kuna mtu pia unanisikiza, unanitazama ukiwa hapa, ukiwa kwa runinga, unanisikiza kwa redio, na ulikuwa umerudi nyuma na unasema Bwana naomba unirejeshe. Hata wewe flash that number and make that call, or ama just say please call me, na itakuja katika jina la Yesu Kristo. Unaweza fanya hivyo. Is there anybody ambaye anasema nilikuwa nimerudi nyuma, nataka kumrudia Yesu? Tusimame zote sasa tuombe katika jina la Yesu. Wanapopiga namba, wanapo SMS, in Jesus name. Amen. Wewe ambaye uko kwa runinga, uko kwa television, uko kwa radio na uko hapa na ulikuwa unataka kuja kwa Yesu kuokoka, rudia ombi hili nyuma yangu kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi na uniokoe. Kuanzia leo nimekataa shetani na mpango wake wote. Kwa jina la Yesu, mimi si wa shetani, mimi ni wa Kristo. Na ni kwa jina la Yesu. Sema amen. 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 Aha, wewe ambaye uko na hitaji, ningetaka niombe na wewe katika jina la Yesu, na Bwana ataweza kukubariki in the mighty name of Jesus. Ningetaka kujua ni wangapi wameokoka? 1 2 3 4 5 6 7 8. Niende kwa upande wa flash. Tumesema 8 9 10 11 12. Thank you Jesus. Thank you Lord. 13 14 15 16 17 18 Yes. 19. Thank you Jesus. Si wa 20 hapatikani. Si ni wewe ngojea ufanye 20 ili hata mimi hesabu yangu ihesabike.
Haleluya. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, Baba wa milele na milele, ninatangaza wote ambao wameokoka siku ya leo, kila nguvu na minyororo ya shetani ambayo imekuwa imewafunga, ninaikatakata na kuiharibu katika jina la Yesu Kristo. Mizigo ya dhambi tunaondoa, mizigo ya magonjwa tunaondoa, mizigo ya laana tunaondoa, mizigo ya dunia hii tunaondoa. Ninatangaza baraka za Bwana na ushindi wa Bwana utokao mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Na sasa kuanzia leo unatembea ukiwa mshindi, unatembea ukiwa umeshinda katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea uwezo wa Bwana katika jina la Yesu. Hata wewe ambaye ni mgonjwa, ninaachilia uponyaji, ninaachilia baraka, ninaachilia uponyaji, ninaachilia ushindi. Walio chini ya laana, ninavunja hizo laana na kuzisambaratisha katika jina la Yesu. Ninaachilia uhuru wako katika jina la Yesu. Kuna mtu ananitazama kwa redio, kwa TV, na unanisikiza kwa redio, na wewe uliye mahali hapa, wewe uliye mgonjwa, ninasikia nguvu ya Bwana inakushukia kutoka kichwa mpaka mguuni. Kuna mtu anasikia kutetemeka mwili wake, ni kumaanisha kuna kazi ambaye Bwana anafanya katika maisha yako. Pokea uponyaji wako, pokea muujiza wako, pokea afya yako, pokea amani kwa nyumba yako, pokea baraka kwa kazi yako, pokea ushindi kwa watoto wako, pokea baraka yako kwa jina la Yesu Kristo. Na hata wale muko katika nyumba hii, ninaachilia baraka za Bwana, ninaachilia miujiza ya Bwana juu ya maisha yenu kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja sema amen. Amen. Tupigie Bwana wetu makofi mazuri. In the name of Jesus. Amen. Kama uko pamoja nasi, ningetaka tuweze kujitayarisha kutoa sadaka zetu na matoleo yetu mbalimbali. Ningetaka tuweze kuingia kwa mifuko yetu na Mungu ataweza kutubariki. Na wale ambao wanatoa kupitia simu zao, tutatoa kupitia hiyo namba 20721 817 iko kwa runinga, na pia iko kwa nimeirudia mara nyingi. Kwa hivyo Bwana ataweza kukubariki. Nataka tusimame na matoleo yetu, na wale wako na fungu za 10 na wako na matoleo mbalimbali wanataka kutolea Bwana dhabihu zao, wanaweza kuwa hapa, waweze kusimama tuweze kutoa, na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Tunapojitayarisha, ningetaka kutangaza hivi kwamba tunakuwa kwa Dheri FM kila Jumanne saa 9 na dakika 20 kwenda saa 10 kila Jumanne. Dheri FM, ninakukaribisha katika hizo ibada katika jina la Yesu. Tena kila Jumapili tunakutana kwa Meru TV saa 2 asubuhi mpaka saa 2:30 kabla twende kwa kanisa. Kwa hivyo ninakukaribisha kwa hizo ibada, na Bwana ataweza kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. I declare that you are blessed in Jesus name. Situsimame tuweze kutoa na hayo matangazo nimesema. Tangazo lingine ni kwamba Jumaa tutakuwa na youth conference, vijana wote. Hii conference ni ile tunakutana zote, sio ile tunakuwa groups. Kwa sababu yale mambo ningetaka tusome ni mambo ambayo yanahusiana na kila mwanarika, na kwa hivyo ningetaka wanarika wote kutoka saa 3 asubuhi
na mapema. Tutakuwa na session 3. Tutakuwa na session 3 hiyo Friday. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tutamuje kwa sababu tutakuwa pia na wageni Friday, Saturday zote kanisa. Bwana asifiwe. Tunapanda mlimani maombi, mlima Kwani. Tunaenda kudedicate watoto wetu wanaporudi shule na pia kazi zetu na mambo mengine. Our monthly prayer meetings zitakuwa next Saturday. Kwa hivyo tukimaliza conference ya vijana Friday, Saturday ni maombi ya mlimani, Sunday tutakuwa na rally ya vijana baada ya conference na maombi. So maombi pia is part of it, and therefore tutakuwa na rally ya vijana on Sunday. Na Bwana aweze kuwabariki katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. So ningetaka tuweze kusimama, tuweze kutoa sadaka zetu na Bwana ataweza kutubariki. In Jesus name. Hebu na tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya matoleo ambayo tunatoa mbele zako. Baba, tunaomba uyatakase na ukayakubali yawe manukato kwako. Tunapokutolea matoleo haya Baba wetu, ikiwa siku ya kwanza katika nyumba mpya iliyo na utukufu, Bwana mpya, tunaomba Bwana ukakubali. Na ni katika jina la Yesu ninaomba ukafanye hao watu matajiri wa roho na matajiri ya mifuko na mali. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kuleta sadaka zetu na Bwana anaweza kutubariki. So may God bless you so much. Okay. Naweza. So may the Lord bless you. Alafu tukimaliza Gloria will you still present? You'll have a song, right? Si upindue. So nasema Mungu abariki sana. Pastor Gloria akiwa anamalizia, wewe utamaliza hii banda kwa maombi ukishaimba. Ninawaomba. Halo, Bwana asifiwe. Ninawaomba tafadhali kwamba turudi wageni wetu wanapochukua lunch, because ninajua tutamaliza in the next maybe 10 minutes after a song. Wimbo inakuchukuanga 5 minutes. Then wageni wetu wakichukua chakula, wakichukua lunch, after that hakikisha ukiwa umechelewa kabisa 3:30 uko hapa. Ni wangapi tunaambiana hivyo? Hebu nione wale tutakuja. Tuna mgeni anakuja. Halo, Bwana asifiwe sana. Hebu nione wale tunakuja. Hallelujah. Ni kumaanisha ni kila mmoja wetu. It is my prayer na ninaomba tuko unyenyekevu tuweze kukutana at 3:30
mgeni wetu, our guest, atakuwa amefika, na ningetaka kukuambia kwamba you not regret. Ni mtu wa Mungu anayetumiwa na Mungu kwa mambo mbalimbali, kwa ibada, kwa huduma ya uponyaji, huduma ya deliverance, huduma ya neno la ufunuo, na ningetaka aweze kuwa baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo. So God bless you so much. Are you ready? Good. Amen. Tuseme amen. 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 hakuna kuhofia. Nitakapo nimebarikiwa, niingiapo nimebarikiwa, nimebarikiwa nikiwa mjini pia mashambani. Amen, 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 amen. Setala bahana shikete babori betekele liana zetole bekenda la shete vegana autazama kwa magonjwa autazama kwa madeni hiyo kesi naitangazia ifike mwisho. Mungu anayetetea wanyonge akutetee, anayetetea wajane na yatima akutetee, akutetee. Bwana asifiwe kwa maisha yako. Amen. Amen. Akukonye. Amen. 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 Uinuliwe viwango vya juu. Amen. Utoke chini. Amen. Upandishwe. Amen. 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 Upandishwe chini.
King of Kings and the Lord of Lords. I have already prayed for you. If you are not saying amen, do not wait for me to pray again. May the Lord bless you. Say amen. Thank you very much. Appreciate everybody. Praise the name of the Lord. May God bless you so much. Awabariki, watende mazuri. Kindly ambia rafiki yako, don't miss the revival. Kuna wageni wengine wanakuja kutoka Meru. By saa 9 watakuwa hapa. Na kwa nini tunafanya mapema? Pastor Gloria alisema kuna wale new believers. Ana barabara onogera baba ingibe ndako ya kanisa eneo tuko. But mbetekeria ni totebu ethio tuko na ntubu kumea tuko katika season ya mvua na tuko na marafiki zetu wanafaa kurundi kazi. Si mnasikia leo tuko na tunaingia siasa saa 1 anafaa kuwa studio na tungetaka asikize revival. Kwa hivyo revival tunamaliza exactly 6. Tunamaliza 6 ili watu waweze kutravel na nyao wote wakemochi to ready na tuko katika season ya baraka ya mvua. Sawa sawa? So don't miss. Ukisema eti mimi ninaenda kupika sapa sijui nini, tutaondoka hapa 6, tunaenda hata wengine tumetoka hapa saa 7 ya usiku na tumeenda tumepika sapa. Na tunaona tuko smart. Praise the name of the Lord. So usimiss kabisa Antobeto. Hallelujah. Don't miss it. Mungu awabariki sana. We are not sharing the grace. Tote kuwa weya, toriwa weya oro. Kwa mwadhani ya budhari mengo and take lunch. Na weya na bio. Praise and worship team. Mutakuwa hapa exactly takenda. Tutakuwa kwa madhabahu tukiendelea katika jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Muwe na lunch mzuri. Mnapoenda kuchukua tafadhali na musikae. Mungu awabariki. Meru TV wale wametuwatch live. Mungu awabariki Very FM. Na wale wako karibu maeneo ya Murere, Mudhara, Karachie, hata Meru Town tunawakaribisha kwa mkutano wa revival. Na tunawakaribisha kwa ibada, tunawakaribisha kwa midweek service. Tunakuwa hapa na intercessory siku ya Jumanne, Ijumaa tunakuwa hapa, Alhamisi praise and worship anakuwa hapa Thursday. Kwa hivyo umekaribishwa katika jina la Yesu. Tuko na mkutano wa vijana wanaporudi shule siku ya nini Pastor Bishop? Siku ya Friday vijana wako hapa the whole day. Kuna seminar